29. Just open your mouth before the Lord. I said Galatians chapter 3. Galatians chapter 3 verse 29. Galatians 23 verse 29. Na kama nyinyi ni wana wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Abrahamu na warithi kulingana na ahadi. Give me the next verse. Hallelujah. Continue praying the strings, please. Na kama nyinyi ni wana wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Abrahamu na warithi kulingana na ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Tumeruhusu mateso yatutese sana kwa muda mrefu. Biblia inasema we are the heirs according to the promises. Bwana Yesu asifiwe. You being a heir, that means you're supposed to be healthy. You're supposed to have wealth. You're supposed to be at the top and not at the bottom. You're supposed to be the first and not the last. Bwana Yesu asifiwe. As we worship the Lord, I want you to declare that one in your life. We have allowed the enemy to take over for a long time. It is now our time to rise up and grow. It is now our time to take our position as heirs, as the Bible calls us, because the Bible says we are heirs according to the promises. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo mateso umeteseka ni wewe uliruhusu, na labda tukua tunaelewa kwamba sisi ni wamiliki ama warithi. Biblia inasema sisi ni warithi kulingana na ahadi ambayo Mungu aliweka na Abrahamu zile zamani, lakini kupitia Kristo tukafanyika warithi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui wewe ni mgonjwa, sijui wewe umeletwa na nini katika nyumba ya Mungu, lakini ningeomba ukalitafakari ile neno na ukalitamke, ukalitangaze kwa maisha yako kwamba wewe ni mrithi wa afya njema, wewe ni mrithi wa vitu vyote vilivyo vizuri, wewe ni mrithi wa ufalme. Biblia inasema we are the chosen generation, milki wa kifalme cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni mgonjwa, tangaza uponyaji juu ya maisha yako. You are a heir in the kingdom of God. You are supposed to inherit in the kingdom of God. In the name of Jesus, just lift your voice before the Lord and declare that one in your life. Mfalme ametangaza, neno limesema ya kwamba sisi ni warithi, rithi afya njema, rithi uwepo wa Mungu, rithi vitu vyote vizuri katika hii dunia, katika jina la Yesu Kristo. Mateso yamekuwa kwa muda mrefu, lakini wewe ni mrithi, lakini wewe ni mrithi. Atangaza hilo neno katika maisha yako, katangazie neno hilo katika familia yako, tangaza neno hilo katika biashara yako, katika jina la Yesu Kristo. I'm an heir according to the promises that our Father, that our Maker, that our Creator, that our God gave to Abraham. I'm an heir. I'm inheriting what is mine in the name of Jesus. Good health is my portion. I'll be the first and not the last. I'll be at the top and not at the bottom. In the name of Jesus. The Bible says we are the head and not the tail. Just declare that one in the name of Jesus. Declare that one in your life in the name of Jesus. Namiliki ufalme, namiliki mataifa, namiliki nchi, namiliki katika jina la Yesu Kristo. Narithi kila kitu ambacho Mungu ametangaza kupitia neno lake juu ya maisha yangu. Narithi afya njema, narithi mali yangu, narithi ufalme katika jina la Yesu Kristo. The Bible calls you an heir because of Christ. You are an heir to all good things in the name of Jesus. Just declare that one in your life in the name of Jesus. Rakatata palado sheketete.
Rikadale pelado shate. Wewe ni mtakatifu Bwana. Asante kwa sababu ya neno ambalo umeliachilia juu ya maisha yangu. Ulimesema katika neno lako una mipango mema juu ya maisha yangu. Wewe Mungu, natangaza magonjwa si sehemu yetu, kukosa si sehemu yetu, kukataliwa si sehemu yetu, kudharauriwa si sehemu yetu. Sisi ni warithi, sisi ni warithi katika ufalme wa Mungu. 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 Sisi ni warithi katika ufalme wa Mungu, katika jina la Yesu. Lord, we thank you. We bless you. You're worthy and you're mighty, Lord. You are able and you're gracious. Asante kwa sababu nimerithi kilicho changu katika ufalme. Thank you for your presence, Holy Spirit of God. Thank you for your presence, Abba Father. Shata kapalado sheketele peredis. Mtakatifu, mtakatifu, nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Mtakatifu, mtakatifu, nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Mtakatifu, 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 nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Wewe ni mtakatifu. Mtakatifu, mtakatifu, nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Asante kwa urithi mtakatifu. Mtakatifu, mtakatifu, nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Mtakatifu, 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 nakuita mtakatifu. oh Yesu, wewe mtakatifu. Come on, celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Amen. Celebrate Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. We can do better than that for God. Hallelujah. Amen. Ai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I see we are more than, but the Bible says we are 2 or 3. I see we are more than 3. Hallelujah. Amen. So I want us to lift our voices, clap our hands as we shout unto the Lord, because He has done it in our lives. Hallelujah. Amen. 1, 2, 3, celebrate Jesus. Shout for Jesus. Hallelujah. Twakushangilia uwepo wako, uko hapa, uwepo wako, uko hapa. Twakushangilia
Somebody dance for Jesus. Mwambie Mungu ni asante. Fungua kinywa chako tu. Mwambie Mungu ni asante kwa kunipa tena nafasi hii nyingine ya kuwa mahali hapa. Tunasema ni asante kwa ajili ya uwepo wako. Main volume. Thank you, Father. We give you glory. We give you glory. We worship you, Father. We glorify you, King of glory. Tunakuabudu adhuhuri. Tunasema unastahili kuabudiwa. Tunasema unastahili kuabudiwa. Maana wewe tu ndio Mungu.
You are the master, you are the king. We worship you this afternoon for your greatness, Jehovah. We give you Thank you. Thank you once again. Father, we thank you. We give you glory and honor. We're here to worship you, to honor you, and to say indeed you are our master. You are our Father. You are the Almighty King, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom. All these are your names, names of greatness, names of power, names of authority. Naomba msamaha wa dhambi zetu na kuomba ukatushike mkono tena, ukatuelekeze katika maelekezo unayoyataka sisi tuwe ndani yamo, ukatusamehea dhambi zetu tena, utakaze kwa damu Yesu Kristo, na ukatufanikishe katika malengo yako yote. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Mtu mmoja sema amina. Asante sana, asante sana. Naomba unipatie dakika zako chache, naona ni saa 7 kamili. David, tulisema tuanze, ukianza mapema sana. Huko kuna watu wako na maofisi. Tunaanza saa 6 ndio watu wasichoke sana. Na nyinyi mnafika saa 6. Ndio tufanye ibada. Sasa utakuda tukienda saa 8 ndio unaona watu wanakuja wamejaa mpaka huko. Kuna watu wako hapa wako kazini. Just imagine you are in an office. Na Yesu anahubiriwa na sauti kubwa. While you are in the office, you have a client. Na unampenda Yesu, anahubiriwa na sauti kubwa. How would you feel? Would you love that Jesus? No. Sometimes we are the ones who chase away Jesus from other people, because you are not considerate to them. Yet Jesus was considerate. Sindio? So let us be considerate, because this is a building. Wakati tutaenda huko kiwanja ingine yetu sisi, now we can make the noise as we want. On Sundays we make noises, Saturday we make noises. We are not making noise. Is a kelele takatifu, sindio? Ni kelele gani? Takatifu. We are not making bad noise kama ile ya michuki, but also be considerate. Kuna ofisi hapa juu, kwa hapa opposite kuna ofisi. Naonaka wakienda choo mara karibu 6. Si choo wanaendaga ni kuchukulia na mapapaya na jicho baya. Sema naole mari neganire matirare kaginya turute wira kana mashiragia atia. Naye ukiuliza kawera pale utakuta anasema anaabudu Mungu. Sasa huyo Mungu wako anakwasa watu wengine. Kwa hivyo Mungu wako anakuwa shetani kwa wengine. Ni Mungu yako ni mzuri, lakini kwa wengine anakuwa nini? Shetani, kwa maana mtala yule atakasirika. Na sababu tuabudu ni yule afurahi, aone Mungu wetu ni mzuri. So we must divine ways on how to make Mungu wetu apendwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu apendwe. Ama amtutaki apendwe? Tumfanikishe mpaka kila mtu. Alisema Yesu atarudi wakati kila mtu aliye hai atajua Yesu. Na sasa unaona watu wengi wanaenda kwa kiama. Sidi wazee wameenda kwa kiama. Ni kwa nini? Kwa sababu wameona Ukristo ni kama ni ujinga mwingi. Wanaona Wakristo ni kama they are not making sense. Na ukiangalia sana unaona Wakristo tuko na kakitu ambacho si mzuri. Because how we behave like we are small gods. We behave like we don't understand this world. We behave like we are so special to others. Yet mnaona watu wanaingia kwa Muslim. Vijana wengi wameingia kwa Muslim na wanaambia unajifuga bomu uende upasuke ukufe kwa sababu ya kuna kitu wamepromisiwa mzuri. Wameambiwa ukienda ukikufa kwa sababu ya Mungu. Hata mimi nilikuwa nimewekwa hiyo bomu. Osama mwenyewe alikuwa amenifuga bomu. Na akaniambia nikikufa kule Mombasa tulikuwa madrasa, kuna nini zinaitangwa madrasa. Nikiwa huko Osama alikuwa anatufundisha jinsi ya kukufa kwa sababu ya Mungu. And it's a very sweet, kama mzuri. Ukisikia hiyo kitu venye na ukumbuke venye umekula shida, kwa sababu nyingi unaona sura nyingi hapa zimekula shida. Wana veja zimekauka.
ni venye tu afadhali ni tule tumafuta tunaita kwa tajiri ama Aramis ndiye imetengeneza sura, lakini ukiangalia anda kwa hiyo chini ya gosi unaona kuna shida hapa. Si ndio? Hata macho, unajua macho upakagi mafuta inatuabiaga huyo modo ni thina, ena thina mwiki huyo. Mwathani ya gosho. Sasa kule ukiabiliwa kastorika kule utapendezwa. Si kama kahapa. Kahapa kako rafu, akana utamu na akana direction na akana kule kana kupeleka. Ni kale tu kwa uogo na unafiki na watu kudugana visu na watu kusegenyana. Sasa hapa kuna watu hapa wako hapa. Hawezi kusalimia mwingine kwa sababu mutiana nageria. Niende muona agaiwa utahika. Naye hakanida. Ako wapi? Ako hapa ni Mkristo anaenda mbinguni. Na nyagona agaiwa utahika. Ndigida kukwareria. And there is a prayer that Jesus gave us. Forgive us as we forgive others. Meaning if you have that agaiwa utahika, you are not going to heaven. So wakati kule kwa Uislamu unafundishwa hiyo kitu ya kufuga bomu, ndio uende upasuke, uue watu. Na watu wale wanatakaka kuua ni watu wanaitwa wa Yesu. Na wanajuaga ukiua kafiri, mnaitagwa kafiri. Ukiua kafiri moja, mbinguni unakubalika. Ati kuna kwa na celebration ya angels ukiua kafiri. Why? Because wanasema Wakristo ni wanafiki. In fact hata mimi nilikuwa naonaga ni wanafiki. Hata saa hizi sija ndio nakwambiaga mimi wokovu yangu sasa hizi iko nimepanda. Mungu ameniambia imepanda. Niko 9%. Mimi si kama nyinyi. Penina, I'm not like you. Unajua nyinyi mwenu ni 100% mnakaga kule heaven. Asubuhi mnateremuka. Tena mnarudi. Mimi niko 8. Mna imagine. Atana nini ukete kuhoya uteithio kuma kwa mundu wa 8. Unaona hata uko na uteithio. Mimi niko 8. Why am I at 8? I normally give God a more percentage than myself. Because I am living in this world. And as I live in this world, I need to be rectified every single minute. Every single second, you are supposed to be rectified. Because we see every single second we exist here. Every single second, you are a sinner. Kuna kakitu, umeona. Sasa labda angalia kama huyu, si ameniangalia. Labda ameona shati yangu ni baya na hata niambia. Ataenda akisema na muhujio ciori kanithe gutari andu mamwiraga shati ndekeraga wega. Nuna athie na kiundu that is sin. Tukiendesha gari, mimi ni pastor nimeokoka. Tukiendesha gari hapa kuna msichana amepita mbele yako hivi. Na hiyo msichana alikuwa amevaa kamefika hapa. Na ukimwangalia kule ametengenezeka mzuri, amepaka mdomo ni ya red, huko yeye ametoa, amepaka mzuri. Yaani ni kitu kizuri kama mwanaume kile tunatakaga. Najua wanaume watakagi kitu wanaona. Huyo mwanamke akifika hapo aende atoe nguo zote akute uchi, hakuna mwanamume atamwangalia. Lakini yeye mwanamke aende tena avae kamini skati, watu wote wanaume utaona afanya nini? Wataenda na yeye mpaka venye ameenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiwa kwa barabara tunaonaga watu warembo kama nyinyi na tunafikiria kitu kinaingia hapa. Is that not sin? So that is why we need to repent every single moment. If anybody told you that you are not a sinner, that is already a sin. Iyo kufikiria that niye ndire mehia njikite guku ndire, that is already, it's a sin that you need to repent. Everybody here we are sinners. So hii ya Waislamu ya kufuga hapa huko tulikuwa Kolamu, tukaepelekwa huko tukaenda tukaanza kufundishwa na itago ya mujahidin. Sasa unafugwa bomu hapa na wanaweka on. Sasa unasikia wanaweka 60 seconds ama 1 minute. Unasikia? Ting 59, 58, 57. Inateremka. Sasa hapo sasa unaambiwa ikifika 1 second inapasuka. Sasa hiyo ndio hiyo kitu ipasuke. It is the greatest happiness for a mujahidin person because I am going to be with my Father. Where? In heaven. Na kule heaven kuna nyumba ya gold. A gold imejengwa na gold, a mansionette, a 13 bedroom, a 17 bedroom kulingana na how you have gone. A Muthaiga house kama ile ya Jimmy Wajegi anatafuta na polisi hapatikani. A Ruda house, a Kuna house, a nice house but full of gold. Baka plate, baka choo, baka kila kitu
the gold. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni namba 1. Sasa nyinyi hapa nikiwaambia kuna nyumba nataka kuwajengea, wacha ya gold, nyumba ya buruburu, nataka kuwapatia nyumba ya buruburu hapa, na mwenye nataka akibie hapa, kuna mmoja tabaki hapo ya buruburu. Namba 2, unaambiwa sasa kule kuna wasichana 72. Sema wasichana virgin. Ukimudu tageke uigwete ateka kanika virgin, kanika virgin, kanika virgin, kanika virgin. You ni virgin, you ni virgin, you ni virgin. 72. Waziri. Na wetigithie. Ate ndio mogiano 72. Na ukifanya ile maneno nafanya, ukitoka hapo inarudi virgin. For the nani 72. Hata kama ni wewe anigole ile ndio huko. Ndio shida imekuwa hapa. Kimwanaume kile kiko kwa nyumba kinakusumbua kadaire. Kimwanamke kile kiko kwa nyumba kinakusumbua kadaire. Hapa ni 72 ziko hapo. Alafu every morning breakfast mnakulaga na Mungu. Anakuja hapo kwa garden yako, mnakula na Mungu breakfast. Na huko ukagocaria muhoete agiha muhoete miaka ya 35 40 mutari mwamuona kinya mukoragia Ngai waragiri atia. Hapa ni kukuaga na Mungu kila asubuhi, mnakula na Mungu breakfast. Akienda muta anakuacha kama umeshiba na akakulia modo no waona. Alafu sasa niambie na hiyo mashida yote mami, niangalie, acha kuinamisha kichwa. Na hiyo mashida yote mingi huko nayo, usikie vitu kama hizo, utataka na wapi? Halafu they have delicacies. They have delicacies ambao wametuwekea kwa sahani. Ukiwa vijana wengi unaona huko naitwa Hassan Mugabi, unaitwa Mohamed Kariuki, unaitwa Mohamed Onyango. Wameenda huko si kwa sababu wanataka Uislamu hiyo maisha mzuri, hata hapo ati kuna ndege ya kifahari ya Mungu ya kuzungusha kwa na Mungu mwenyewe anaendesha ndege ukiwa kwa ndege. Na hao natafutaka Mungu hapa. Ogenda atia guthigũikara na kuu muna Ngai kana gũtidoge caria Ngai tetigothi na kuu tukaikara na kuu ni gũthogonywo nĩ thĩna gũkũ ũconirwo ini nginya ũrathiĩ ũguo nĩ wagocire ũguo tondũ nĩ gũconwo nĩ ini baba itu. You see, you look at that. Those people, they have a plan, an agenda. Watu wa kwa shetani, they have an agenda. They are telling you, give us your mother, then we shall give you a Range Rover and a nice job and a nice business and a lot of money. Sasa na mama yako ndiye anakutaka ubua. Takatakenwe hera mbere yakwa. Tikatia gaka. Ucoke wigue mutumia uyu no umere Range Rover ri. Ugweterera kurumage kana rute Range Rover yoke. Utakoja kutusigi. Si unapatia na Range Rover inakuja uendeshe ukae maisha mzuri. They have an agenda. The other side. What is the agenda of a Christian? What agenda do you have as Christian? Mumekaa hivi Mungu kanisani na wachawi wakubwa. Ukitaka mimi ni saizi Mungu akakuja niambie nitafutie wachawi 10. Siwezi toka pale. Nikuhesabu 1 2 wewe umeokoka? Umeokoka. Nifuateni. Na pia ndio hawa. Because hapa ndio kuna backbiting, ndio masegenyo, ndio mauano, ndio manyaganyano, ndio kila takataka iko dunia hii iko hapa. Ugo moment yetu mtoto hapa. Hypocrites. Get a hypocrite. The best hypocrite is in the church. The best. Mchawi yule the best wanajua kuroga. Maana wamekuja hapa, wamesoma Biblia, wanajua Musa wakati alienda akaambiwa na Mungu, nenda udide kwa chimuni, utoe jifu. Wede, hiyo jifu, wede uirushe juu hivi. Ukiirusha juu hivi useme, alafu unene maneno. Farao na ng'ombe zake na kondoo zake zote zitagojeka. Hiyo maneno iko hapa. Sasa kuna watu wanaamkaga saa 9 usiku kwa sababu hiyo mzee tumekosana na yeye. Baba, uliambia Musa ainue jivu, maadui wake wakaangamia, wakashikwa na majipu, wakapata
na majipu, ng'ombe zao, kondoo, mpaka kuku zikachikwa na majipu. Huyu mzee amenisumbua sana baba, ninamrushia majipu. Sasa wewe na mchawi ule anazunguka na itirana ameweka moto huko, kuna sababu. Because this is where we have cursed people. This is where we have killed people's destinies. This is where people have been destroyed. Mtu alikuja akiwa na kipawa mzuri, anaimba, kikakaa miezi 2-3 unaona kameanza kulegea. Bako na shida, huyu ni yule alikuja hapa juzi, huyu ni yule alikuwa naimba mpaka mnaona moto unateremka. Kumbe kuna mama mwingine hapa alimwangalia akasema, "Luga kana kaoketa kwa tuoni ati agoko." Kale shiria goko tu ikaleta miaka hii. Unakeroka watu fudidi yake. This is where people don't even wanakuja pale kwa na ofisi, anasema mimi nimetoa hii kitu, lakini usiende kusema ni mimi. There are people here. Anasema mimi nimetoa hii TV, lakini usitakase kwa madhabahu, ni mimi nimetoa. Kwa nini? Because anaogopa huyu mama, anaogopa huyu. Because hujui nitatoa hii na kutoka hapo, na ulitoa ndio ubarikiwe. Maana nilifundishana toa ndio ubarikiwe, alafu unaleta ndio ubarikiwe. Badala ya kubarikiwa unaenda unakuwa maskini. Kazi zao zote zinafungwa. Na kutabiria hapa nasema kazi yako imefunguliwa kutoka kesho. Kazi zitaanza kukuja, vitu vitaanza kufanyika. Na inakuwa ni kweli, unapigwa tu simu. Hello? Wewe ndio mama Karioki, wewe ndio unauzanga posti? Sasa ninataka posti karibu 500. Unamwambia unataka lini? Naambia wacha kitu next week ndio utasupply. Next week ikifika hakuna. Lakini ile utabiri itafika kwako, utajua hiyo kitu ishafanyika. Lakini for it to work, it will not work. Why? Huyu mama alisikia nikitabiri na akafuga hiyo kazi. Sasa huyu mama alisikia venye nimetabiria ati utapata mwanamke mzuri, mrembo mzuri, utaolewa ama utaoleka. Huyu alisikia. Na hamuhusiani, you are not related, you are not working the same compound, you are not working even in the same city, because you come from different places. You are not in competition. Lakini huyu atakuvuga tu na akuvuge na aseme hiyo kitu nimefuga katika jina la Yesu. Yesu saizi amekuwa mchawi number 1 duniani. Jina ya Yesu ndio inatumika. Kwani wanavuga kwa jina ya nani? Sina tuvuka kwa jina ya Yesu. In the mighty name of Yesu, na warushia kuchanganyikiwa. Hiyo biashara ninaondoa customer wote, ninaiweka lock, na anaweka lock. Na sasa hiyo anatarajia kwenda mbinguni. Tunaenda mbinguni. So unashindwa, what kind of a human Christians are we? But nimefanya uchunguzi yangu, nimepata how tunaita kwa sisi na watu tunaitwaje? Sasa tuko hapa ni wa Kristo. We are Christians. Who created the name these are Christians? The Romans. Were they for Christ? So does a name has a power over something? Yes. If a name has power over something, then we were labeled Christian by the people who never liked Christ himself. Ati hawa ni wafuasi. So the devil coined the name for us. That is why we act devilish. Do I notice hivyo? That is why una behave kama shetani. Kwa sababu umetengenezewa jina. We are Christians. Who coined Christians? The name Christians, it's the devil himself. So we are given a name by our own enemy. That is why our behavior and character, we behave like the devil, but we belong kwa huyu mzee anaitwa Yesu. Lakini matendo yetu, matendo wewe yako, ndiko tire mundu mutaranageria nawe wa family yanyu. Leta kwa Joyce. Dokimenya. Tupate kitabu cha Nehemia. So we must have, what I'm trying to train you is that have an agenda over your life. And the agenda is prospering and advancing the word of God. By advancing the word of God, the character of God, the behavior of God, and the systems of God,
It is by building a foundation that it teaches godliness, stands and does according to how God wants us to be. But if we cannot be able, haleluya, kanisa uchelewagi unakujaga Rajawa, huko hapa Saturday, huko hapa Sunday, huko hapa, but unasikia mtu anasema ati hawa sasa tuseme hapa nimechagua 1 2 3 4 5 6, nimewafanya tiini committee yako, na huyu anasema tutaona hiyo committee mahali inaenda. Na huko kanisani, na tunatengeneza committee ndio tuendeshe kanisa. Ama committee ya kanisa ni ya nini? Ni ya kuendesha kanisa. Lakini huyu na hako ndani ya hiyo kanisa anasema wacha tuone hiyo committee mahali itaenda. Kama sasa tunakuwa na management board yetu hapa. Unasikia sasa huyu mzee huyu sasa ni pastor kwa mfano, simama tu, ni pastor kwa mfano, na anasikiaka vibaya wale wakikaa chini. Alafu wale wanamwambia hebu tuende hapo jikoni utuletee tumaji ama tupikie kachai utuletee. Sasa wananituma wakiwa nani? Wacha tutaona hiyo committee mahali inaenda, watajua mimi ni nani. Sasa mudoshi yole oshoke niwe wekanitha niwe kiongozi, yeye ndio mshirika na amekaa hapa mbele. Unajua sasa nyinyi ndio viongozi kwa sababu mmeongoza wengine. Sasa umekaa hapa, kumbe ni mchawi tu ikalete haha. Okeroga wewe ile committee yake atia egwe na committee hiyo ni tumite rent yako kwereho. Hiyo committee ndio inafanya hii stima iwake. Hiyo committee ndio inapanga umepata nyumba ni mzuri. Hiyo committee ndio imepanga hata ukiona venye nimefaa. Committee ndio wanakuja kwa ananiambia next time na tunataka kukuona umekaa hivi. Because they're the one nimewatrustia. Na niliwachagua, na sikuwachagua kwa sababu ati tulisoma na wao, ni huyu nisema wewe na wewe na wewe na wewe na wewe na wewe. Kwa sababu Mungu ameniambia hawa watu wanaweza kuwa, nikawaweka pale. Ndio at least kazi yangu ikuwe rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mtu anaitwa Musa aliambiwa na Jethro, wewe ndio gokuwa. Tafuta watu wa kukusaidia hii kitu. Sasa nimetafuta watu wa kukusaidia nini? Kitu. Na sasa nimechagua hawa. Si mimi nimewachagua. It is the Spirit of God that has led me to go there. Sasa huyu mama anasema, alafu wewe na kiherehere yako naambia huyu mama, na huyu mama ni baadhi ya wale walikuwa wazirishi, ama wale watu wanakaaga kanisa hii, ama wale sasa wamekaa walikuja juzi. Vikigi. Najua vikigi. Si ametara kwa hizi. Sasa utume na yeye ni kikigi ya buruga mwile ya kapale kakuzi. Sasa kikigi hii ya motarakwa ya duende pike chai pale. Yete vikigi sa nini? Mutaona kule mutaenda, tutawafanyaga. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what we call Christianity. Hopelessness, uselessness. Kitu kibaya, kitu wezi taka. Mimi sometimes nakaga kwa ofisi nafuga pale. Nakumbuka ezi zangu nikiwa Mugeke. Na nakumbuka ezi zangu nikiwa Mkristiano. Naona Mugeke ilikuwa beta kuliko Ukristo. Because kule kulikuwa ni discipline. Yes, hatuna Mungu, tunaabudu shetani. Lakini kule ni nini? Ni discipline. Discipline. Yaani mkisema leo tunaenda Nakuru Mugu, hakuna maswali mingi. Tunaenda Mugu. Tukisema kesho tunakuja hapa Dadora, tunakuja kuvamia Dadora yote, tunyorose watu, kila mtu itanyoroseka. Siku moja nilisema wanawake wazivae troza, mliwa hamkuvaa kwa sababu niko na kikosi kinaniamini na kikosi kinafanya kazi. Sasa hapa tunaita tu watu wawili, simamia hapa. Ndasema wewe na wewe msimamie kesho wiki hii msima, ndio mtakuwa mkimanage hapa. Huyu na huyu na huyu wanaenda pale kwa kakona, wanakaa chini, wanaulizana mashagoliro tareo. Nona kwaja mwile tushoweketa maitho mana. That is a need mwanilio go deni roho ajira. Ucio niho muhoyi wa ngoma. Huyo ni devil worshipper. Hata muangalie, hata ile kiatu uliona ilikuwa na white. Na hii kagozi kako hapa. Hiyo kagozi ni kanyoka. Mimi yanionyesha hiyo ni nyoka iko hapo. Sasa mtu alikuwa amekuja, Mungu amemleta hapa abarikiwe, umemuua. Sasa niambieni watu wangapi wameuliwa na Wakristo? Watu wangapi? Wengi sana wamekufa. Watu wako na vipawa, mtu amekuja na kipawa, mtu ametumika, Mungu amemuinua, anataka kumbariki, anataka kumfanya awe kizazi cha kwenda kuhubiria watu wengine. Mumenyogea tu hapa. Na wewe hauna. Huyu umesikia meza anajua kutia marema kaka boro bobo sekete. Na wewe hujui, unajua kukopi venye pasta yako anawaambia. Unajua kama watu wa Kimani kwa William. Sorry. Awile. Tuko live. Hiyo mtatoa.
watu wa Kimani kwa Giria wote ukitaka kujua huyu mtu ni wa Kimani wanaombaga aje la magada sasa ukienda kitaka watoto wa James Maina Nganga ukienda hapa utake kujua wakati wameanza kusema ula kapapapa rekakakakaka utajua huyo ni waka wa Harrison. Nasi wa Harrison huyu Ngangalito. Bwana Yesu asifiwe sana. Utajua because you don't have an agenda. You are not an original of yourself. You are just fake. Bwana Yesu asifiwe sana. You are just what? Na watu ndio tunaitaka Sanbalati na nani? Na Tobias. Let's see about how they behaved. Sanbalati na nani? Nikimaliza kuhubiri utakuwa umejua wewe ni Sanbalati ama ni Tobias ama ni nani? Ni Nehemia. Si ni Nehemia walikuwa nasubua? Yes, tuelewe. Because ukristiano uko wote unadescribewa na hiyo act ya Sanbalati na Tobias na Nehemia na behavior zote ziko huko. Kuna wengine hapa mnakuja ati mmetumwa mmekaa hatu kunifuga mimi. Yaani umirogo hakuoke ikale hewa ruige. Kuna kiswali nafaa ujiulize. Huyu jamaa mimi siku ile nilimjua akiwa Mokeke. Akiwa Kengei kitu kibaya. Na tuliomba afugwe, tukaomba akufe, tukaomba maneno baya mfanyikie, maana alikuwa mtu mbaya, lakini the man is still living. Si ujiulize swali ujue huyu si mtu wa kushindana na yeye. Maana wewe umekuwa ukijua Waruige ni mtu mbaya. Hata wakati ulikuja hapa siku ya kwanza, ulikuja na ulikaa pale na ulifahamisha familia watu kama 6, nimeenda kanisa ya Waruige in case anything happens. In case kitu kinifanyikia. So umeambia watu, umetext. Uliambia watu. In case, because you don't still believe that this man is saved. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama ni saved tunasema ai, lakini mimi simuamini sana. Why? Because you yourself, you are a hypocrite. Why will you? Who gave you? Nani unapima na nini? Sasa wokovu yako naweza pima na nini? Hakuna. Ninaweza kujuaje umeokoka? And the Bible says do not judge. If I'm not supposed to judge, why, how will I know umefikisha wokovu? Ati mutumia sio ati muonio na kila hali ninyonire ni atigeti hadu. No kuhete githimi kia hau hagi. Hau atigeti ri ni machini ire kuhotherire guthima. Si unaona hiyo ujinga tuko nayo mingi. Ni ujinga ambayo haieleweki. So una maneno kama hayo ndio unakuta we are failing. Our Christianity has stagnated because you talking about going to heaven, living in heaven with Jesus, a mighty God, a mighty word, a mighty warrior, but you are still poor. You are a beggar. Bado naomba chakula. Yeah, God yako ni mkubwa. And the Bible says our God is the owner of silver and gold. Kama simuliona mtoto ya Ruto wako na matatu asiko kwa sako. Kwa nini? Na polisi hawezi kuza because of his father. Si ya kaka. Father saizi akitoka president kana kuwa hopeless. Hii matatu yote kesho baada Ruto akitoka president leo, matatu zote utazikuta ziko metro, ziko hiyo ingine inaitwa nini sako. Zitakuwa zimeingizwa haraka kwa sako, maana the covering has gone. Now you have a covering of a father who is the owner of silver and gold. Yet you are a beggar. You cannot afford a meal. Does it make sense? It doesn't make sense that you have a father who is the owner of silver, gold. He is the owner of the heavens, the owner of everything, the owner of the plants, the owner of the meat, the owner of everything, the owner of that husband you are looking for, the owner of that wife you are looking for. He is the owner of everything. But we are still poor. It is not making sense. Kuna kitu hamujaelewana. There is a kawaya kamoja tu hakaja connectiwa ndio moto iwake. You need to connect that wire. Na by the time we read this, tutajua. Lakini ikawa Sanbalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akaghadhibika, akawa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi. Hallelujah. We are here because we are building a wall. We are here because we are come to build our lives, our families, our future.
We are here to build our children. That is why we came here, to listen to the word of God, because this word of God will build you, will change how you look at things, will change your business, will change your transaction, how you transact with God, how you live on earth. That is why we are here. Lakini ikawa Sanibalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, na si ukuta wake, na si kwa shamba yake. Sasa ulikuja hapa, umekuja umefanyika, nimesema huyu mama anafaa kuwa intercessor, unarogwa. Na si intercessor ati uombe kwa sababu ati kuna kikombe unaenda kuchota naye maombi, ati huyu ndiye alikuwa na maombi, sasa nimekutuma kwa sababu umekuwa intercessor. Odike tafuri ndike ukialoreja, wewe waza kuchota, ukipeleka pale. Hapana, you are worshiping and praying the way God wants you to do. Because God has called you for a purpose. But what will happen? Aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta. Si ukuta ya familia yenu, ya ukoo yenu, ni ukuta. Ukuta huu ni ule, mnaukumbuka? Ule wa Jericho. Halo. Akasema, akawa na uchungu. Imagine. Kuna watu wanaonanga umebarikiwa. Sasa kama huyu huyu anafuga doa. Huyu akaka kijana. Bibi amekuja leo. Lakini zile simu nakuta mpaka ni mtu pastor mzima. Anamwandikia message, anamwambia hakuna doa. Pastor. A whole pastor. Mwenye anafaa kugadi huyu. Mwenye anafaa kumpatia counseling. Mwenye anafaa kumpatia kusimama. The whole pastor, mchungaji, mwenye ambaye anafaa kutengeneza mtoto kama huyu asimame, anamwandikia message. Umeandikiwa message moja hadikiwa? Ziko. Hebu tutolee moja. Usikie. A whole pastor. Nani mtoto anataka kujilea? Kama mtoto waka tumekalea vizuri, kalikuwa kamebeba, sio mliona kwa TV siku moja? Kamebeba bagi, kamefukuswa, kanarudi Geshagi. Mimi nikamwambia hauendi Geshagi. You can't go Geshagi. Uradi kukuanike. Kaa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekalea, nikamwambia sasa kutoka leo fagiaga kanisa. Si unaona kanisa ni mzuri? Unaona hiyo mwanaume mwenye yako mzuri? Amepata mtu. Sasa wewe na uko na mke yako, sasa unamwambia hapa hakuna harusi. Hakuna harusi, ubebe bibi yake mka yake naye. Kwa nini kama mtu amuka agu? Hebu tusomee moja. Inasema ya kwamba, let me be honest, nobody knows me including the committee and me. I'm going through Apostle aliondokea mambo ya harusi. So mambo ya kitabu sasa kulipa kwa complicated. Ati Brother Martin, nani anajua kusoma? Mtasema ni mimi nimefanya. Brother Martin, let me be honest. Nobody knows including you and the committee what I'm going through. Apostle aliondokea, imejifunga. Oni anafunga ashindwe katika jina la Yesu. Aliondokea mambo ya kitabu kulipa kuwa complicated. Aliondokea mambo ya kitabu kulipa kuwa complicated. In fact, nilikatana na yeye kuniambia to postpone with wedding mpaka the end of October. I've been working along behind the scenes. Jehova. Niendelee ama. Na huyu mtu nimempatia ndio tukue na kitabu yetu. Tufanye ndoa hapa, tusifanyie kwa mtu mwingine, ndio huyu kijana kwe firstborn yetu hapa. Nimempatia 35,000 ya kuregister kitabu. Amekula, ameweka kwa mfuko. Niliandika check, amekula, ameweka kwa mfuko. Nililipa. Sasa amechukua picha ya kitabu ya mtu mwingine. Sasa anamwambia kuja tukakushikanishie huko. Na ni pastor wa hapa. Amemwambia apostle aliondokea, wewe ndio kiongozi wa hii kitu? Mumeondokea? Tunangangana bado. Yeah, we are raising money. Are you organizing vikao? Yes. Mimi tuko hapa tumekaa vikao, tunaongoja nini? Kitabu kikuje. Tuna postpone ndio kitabu kitoke, sheria kikuje, ndio tufanye harusi ikiwa yetu. Na huyu naye ameandikiwa message, apostle aliondokea. Hata kuleta kitabu imekuwa shida. Na hako na pesa kwa nini? Awe kileta waitina. Huyo ni ngoma ya muthemba uriku.
Those are destiny killers. Those are the people that kill your destiny, and they pretend to come here to become ambassador. Saitani. Sasa mtoto kama huyu ukimumalizia hapa, niambie for sure, mtoto huyu angechukua kisichana apeleke kwa nyumba na akimalizie huko na wakikue na miba na wakue bibi na bwana. Huyu jamaa hajaguza msichana. Niuliza msichana hapa, hajaguzwa. Na amekaa na waliambiana tukae kagari. They are cleaner than me. Tukisema kwa usafi hiyo laini, they are better than me. Hajaguzana, mimi naguza. Bwana Yesu asifiwe sana. So a breed like this one that God has entrusted this church, that sasa hii ndio italete ugadhirage in the church. Hii ndio sacrifice ile nimetoa in the church. Alafu ghasia ya mtu mwingine naye anaenda kufanya kumwadikia ati hii kitu iliondokewa kitabu. What kind of a stupid nonsense like that one? You know watu kama ni siku ile. Ndio hawa Sanbarato aliposikia ya kwamba kijana anaenda kuolewa, tunaenda kujenga ukuta. Kawarakara. Mami, kwa nini yeye? Aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta wa kuinua sehemu kama hii kuwe clean, sehemu kama hii kuwe takatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikamwambia kwa sababu mimi sina mke, siwezi kushikanisha hawa. Sasa tutafuta yule mtu wako na mke pastor, ndiye ashikanishe nani? Nisipate pego ya kutokuwa na mke. I am trying to make everything straight. Si kidiko kujitidania ni dinamuka. Kijana gari ya mundu rugo kujitidania gwere ciugo ile ko itari gwakwa. Ndeza kukushikanisha. Nikwambia maneno gani na sina mimi? Kana? I'm not a father Catholic. Mimi ni pastor, nafaa kuwa na bibi. Si ndio? Ndio nikuje niambie huyu bibi anakaaga hivi na mwanaume anakaaga. Sasa mimi niko single. Sina hiyo part ingine ya kuexplainia. Si ndio? Sasa I cannot be able to guide this. Nitampatia mwenye ako na experience hiyo amurite na amuinue. Ndio nimepatia management huyu Penina. Penina ako na bwana, ako na watoto. They have the experiences of life. So I am trying to make everything right, to work. Where I know I have a weakness, I cannot allow to put you into my weakness. Because ninafundishana kuhusu kuvunja madhabahu. Siwezi kukuinulia, maana nikikushikanisha nimekuinulia madhabahu ya divorce. Mimi niko na watoto 21. Watatu tu ndio mizaa na mwanamke mmoja. Hawa wengine si wa mwanamke mmoja, ni dung kuruka huko. Sasa nikikuachilia hiyo roho, utakuaje? Na nikikushikilisha nikikuweka nitakuachilia hiyo roho. Kwa hivyo kwenye laini ya ndoa mimi nakaa kando. Nitakaa hapa nikipiga makofi kale wengine. Na ndoa yako iko na tutavuga ndoa. Yes. Ndoa yako iko na tutafuga ndoa na tutafanya sherehe. Kenya hii haijai kuonekana. Jana magasia za watu. Lakini ikawa. Sasa unaona masani barato. Those are the people that are in your life. Those are the people that are just meant to come and destroy you. Those are the people that are meant to come and derail the purposes of God in this church. These are the people that are meant to come and derail the purposes of God in your business and in your family. Those are the people that have been set to come and derail the progress, the successes of where you're going. Mimi nataka nifunguliwe. Sasa mimi mtoto wangu anaitwa Waboi. Wale wanajua Waboi, my first daughter. You know, Waboi hata alisema wakati wa doa, I have come from a family or both families where marriages don't work. But she made sure tulimpush. Mimi ndio nilimpush. Mimi ni baba wake, lakini I pushed for the wedding more than kule anaenda kuolewa, because nilikuwa nataka kumtoa yeye kama sacrifice, anivunjie madhabahu ya kwangu. Are you getting me? Anivunjie. Sasa wakati alifanya doa na Harrison Ng'ang'a akakuja akawashikanisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Alinivunjia madhabahu. I used my daughter to do a sacrifice for me. So I also want to use this boy to do a sacrifice for this church. Amen. And
that is how we break altars. That is how we destroy those things that hinders our successes. Lakini nasikia Sanbarato anainuka. Maana kile kitu nataka ni kujenga ukuta uliobomolewa katika maisha yangu. Ukuta ulio nole mutumia. Yes, nole mudhuri. Nole mudhuri. Nole mudhuri. Nole mutumia. Nole mudhuri. Nole mudhuri. Nole mudhuri. No bwana, no bibi, no bwana. Nani kiongozi hapa? Ni mimi. No bibi. So lazima we work very hard. Kwanza kabisa, kabla mimi niweze kuwekwa hii kitu, nimeweka because I'm engaged. I'm taken, reserved. Na nimeambiwa nikae kama huyu kijana. Nimeambiwa hakuna kuchovya. Sasa uende ukae chini. Ukoje mpaka tufanye. Na mimi tukasema huyu atutagulie. Is our first son now. Atutagulie. Atuvujie hiyo madhabahu. Nao avuta huyu. Na mimi nifanya nini? So ukiona wakipiga huyu, si huyu anapiga, ni mimi napigwa. Ndikagia modo. Jikalayo uko jinye. Iyo niyo bara. Tiyo yo rahoro. Nini tirahoro. No rio rahora nena kwa ego akena muka. Ulioragirie mwanake oyo ahikanie. Ako na bibi, wana enjoy life. Na wanakula matunda ya life. Si unaona hiyo kuna kitu kieki mzuri. Those are the Sanbaratos. The Sanbaratos will not come from outside your box. They come from inside your box. They are the people that we call the household enemies. Ni watu ambao wako kwa familia. Ni watu ambao mnatembea na wao. Ni watu ambao mnafanya kazi na wao. Ni watu ambao kwenye mazingira ni wa kwako. They are not from out there. They are inside you. They are with you. They will be walking with you. They will be eating with you. But they will be monitoring you. Those are the people when I tell the Sanbaratos. Now, kwa sababu what? Because you have gone to tell them, I want to rebuild. I want to rebuild my life. I want to rebuild the business. I want to rebuild the church of Christ. I want to rebuild this thing that ilisimame tena. And they will come here the ngang na zinazukuka because they want to hold you. They want to contain you. They want to make sure you are stagnated because they are demons. Kuna watu wako na demons ndani yao. Na hizo demons are there permanently to make sure you are not going to move. They are monitoring spirit. Ukiinua mguu hivi, wana interpret in the spiritual. Ayo guone nelinae, ugo nelinae. Na ayo guga kwa nelikiki. So they know what is happening in your life. Every move you are making, they know. And they have been sent and they have been instructed, make sure this does not happen. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is why, and that's why I can see most of you are here, because what is happening in your life, it is under an instruction of a monitoring spirit that has kept monitoring you. And that is why wherever you try to move, wherever you try to stand, wherever you try to move to do, unakuta kuna kitu kinakukamata. Ukijaribu tu bako na shida, ekari ati agai. What happened with me? I have tried this. Ninaenda kufanya hivi. No. Naenda kufanya hivi. No. Naenda kufanya hivi. Unakuta you are in a near success syndrome. When you are about to be successful, when you are about there to get it. Umeona huyu jamaa amekuja mpaka aliproposia kasichana pale. Alikuwa ametengeneza mpaka ka keki. Nikakununua hapa tu. Hapa kununua hii keki hii inakaa kama hii ya puda hii. Kaka digoji kaka na kona digoji to gumu alitengeneza, alinunua kagumu hapa. Unaona kujitolea kwa mtoto kama huyo, akafanya kakitu tu at least, akamate huyu msichana akaage karibu, akanunua hiyo hekea baka akamweka hii nilimwona hapa, I was there. Hata tulipigwa picha, alikuja akapiga mwanaume mzima kama huyu, akapiga magoti hivi akamwapia, will you marry me, accept me. Ushoke urage mundu toyo ukiri kidu kimwe na kiiba kidu gikuo. Ama Mungu hapa, si ulikunywa hiyo soda wewe? Si ulikuwa wagapi walikula hiyo soda pale ya huyu? Uli alikuwa tulikuwa pale kwa kakona. Ai twalilio kaile tukakona ine hale.
Kimena drauma dukurira hakwena ofisi yakwa nigetha anointing yakwa kwa yari. Bwana Yesu asifiwe sana. These people will be there in your life. In your businesses will be there. In the church they will be there. In your whatever that you do, a husband, a wife, they will be there. They will try to make sure. Unakuta wewe mwanamke umepata tu pesa, brother yako anakuwa America anakuwa amegutumia shilingi milioni 1. Alafu mimi ni bwana yako nakuja kuniambia, hey, my brother ni adomera pesa kana mai yangu adomera milioni 1 shako igawira. Usanibarato utaingia automatically kwako. Agutumira shigana. Sia wekate. Edeko. Kuiga biashara. Yeah. Alagutumira li. Sasa mpaka kichwa imekuwa imeburutika. Maana haimagine venye unaweza kuwa na milioni 2 kwa mfuko. Ni atomete. Because haitaki kuimagine ati maisha yako imebadilika. Maana anajua wewe unastahili kukua pale chini. Anajua you are not supposed to have even 100 bob in your pocket. You are supposed to be a beggar. There are people who looks at you and see is a beggar. There are people who looks at you and see somebody who is supposed to die the next day. Somebody who is supposed to be finished. Somebody who is not supposed to be counted in the blessings of God. There are people who don't value you. Wakikuona tu na kuonanga kitakataka gunia ya kubebea takataka, hata si ya kubebea mahindi ya masukuma wiki, wanaona takataka ya kubeba takataka na mavi ya ng'ombe huko inaenda kule kumwaga. Yani they don't see you. They don't see like you can be a blessed person. They don't see like you can succeed from one level to another. They only want to destroy. You raise an institution, you raise a foundation, unatengeneza kitu, unakuta inside the people that you want wapate vitu vizuri, wapangiwe vizuri, wao wenyewe wanasema nitoko na management yako kule rabi. Na kumbe jana ni wewe ndio niliambia saidia unisaidie kuomba, nimetengeneza management, unisaidie kuomba this management. Kumbe ni shetani niliambia. And that is how vulnerable we are. Sasa nakuta huyu ndio niliambia, kumbe na yeye atoraga sharagia hali akaguthira ni amiga na thiri, because they only want 2 words or 3 words about that thing you are trying to do, and then they will hit it because they have a penetration. Sanibaratos wanataka kusikia tu hiyo kitu, wajue ni nini kinajegwa, ndio wajue mahali pa kugoga. Kama hauge waambia hawangejua. That is why the devil will not attack you until they know what you are about to do. Bwana Yesu asifiwe sana. Akanena mbele za nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Na iwaleu mpaka umepatua jina wanyonge. Kuna watu wanajua wewe ni mnyonge, wanajua wewe ni mtu bure, hauna kitu, hauna akili, hii yako haifanyi kazi. And ukiuliza what criteria ulitumia kujua mimi sina akili, hawana kitu ya kukwambia. Lakini alisema akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria. Yani anaongea mbele ya jeshi ambao ni enemies. Anakuexpose. That is the characters of Sanibaratus. They will expose you to make sure that umefunja. Sasa wameexpose huyu kijana. Wamemwambia apostle aliondokea hiyo harusi yako. What nini limuigia? Na huyu mtu anakujaga every morning to work in this church. Every morning. Ukiona ndio storekeeper hapa. Ndio unaona kimaneno safi. Si unaona kanisa ni mzuri. He is here to make sure the church is neat. So that wewe ukikuja unakuta mahali Mungu ametengeneza. Lakini wamemwambiaje apostle mimi mwenye ambaye huyu anaona ni kama kamungu kake. Sasa amekuja ameambiwa apostle aliondokea hiyo harusi yako. Na jamaa ametayarisha, amekaa, amepaga. Hata kama hana pesa, kwa sababu hana pesa hiyo mingi, lakini yako na pesa yake kidogo. Lakini what is happening? Amekufa moyo. Ndio hiyo, ameenda kumexpose, ameenda kumsema, ameenda kumwambia whatever you are doing hakuna mahali inaenda. Whatever you are doing, na anasema jamaa huyo ako na pesa ya kurejesha kitabu hapa. Na akatuambia in 1 week kitabu itakuwa hapa. Sasa namwambia kitabu imeshiba. Amekwambia kitabu imefanya nini? Imekosekana. Na mimi najua, mimi nikimpigia simu ananiambia kitabu
getigetie stage imwe. Nikatuma watu wengine nendeni muangalie, hakuna. Hata hiyo stage hakuna. Hiyo hakuna registration. Sasa namwambia tupatie ile pesa ulilipa na nini na e-citizen, tupatie hiyo. Hiyo namba ya e-citizen ndio tujue the progress. Hakuna. Na mtu hapa atakuja, funga macho nasikia roho Bwana ananena. Rimoshenda ya ramashakanderere ruba shanketerere. Fungua kinywa chako, Mungu ananena. Ribakaketenderere baba. Sasa nakwambia ni Mungu gani huyo ananena? Anakwambia ufungue kinywa chako usikie shetani akiongea. Ama uanze kucommunicate na shetani. That is a devil. Anajua what he is doing. I am killing this church. Tunakuja kuambia fungua kinywa chako. Rebo kontabarida. Nonsense. That is how we do. That is how your husband will bring you down. That is how your wife will bring you down. That is how your children will bring you down. That's how people in the society will bring you down. Watacheka na wewe, watakaa na wewe, na watakuonyesha as though you are moving together. You are going somewhere. And yet they know what they have already done to you. They have killed you. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema kutoka leo. Inua mkono wako kulia, sema kutoka leo. Every sanbalato in my life hawataona chochote ambacho Mungu amenipangia. I blind them in the mighty name of Jesus Christ. Anasema alienda kwa Wasamaria akisema hawa Wayahudi wanyonge. Wanafikiria wanafanya nini? Hawa waya. Takonyake munu waku. Hebu gonya hiyo mdomo ukae sasa ukoge ile kejeli. Hawa Wayahudi wanyonge. Je, watajitengenezea boma? Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Ndio imagine tumia lage shagini ule mudi yako ya juko. Wajoroga leke kwire. Hiyo ndivyo maana huyo jamaa hivyo. Ukimwambia hiyo maswali yote ni maswali ya kejeli. Umeona ni kukika. Sasa unatuambia utafukua biashara hii ati akukua biashara. Wajoroge ati ahikolewe. Osio mumarayo osio ahikolewe la wao. And after that huyu anakuja kupita. The same domo iliyouliza hiyo maswali yote. Bwana asifiwe. Ndugu, Bwana asifiwe. Utabarikiwa. Tangu juzi Bwana amenibariki. Nasikia tu kukaa ndani yake. Nasikia tu baraka. Mdomo ulioongea unafiki 2 minutes later. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa watajitengenezea boma. Hebu imagine ukiuliza maswali kama hayo. Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika chungu hizi za kifusi? Nao hiyo wameteketezwa kwa moto. Niwaambia moto, kisikia umechomekewa na nyumba. Moto si kitu kizuri. Sasa nasikia hapa ya mawe yale yalikuwa yameteketezwa, kumaanisha hakuna siku uhai wako mawe yale utafanya kazi. Hakuna siku. Kama uliwahi kuchomeka, kama nyumba yako iliwahi kuchomeka, ama kuna kitu kimewahi kuhusikana na moto katika maisha yako, there is something that was killed that needs to be revived. Because huyu Sanbalato alijua mafusi haya, mawe haya yameteketezwa, hayawezi kufanya kazi tena. Tuendelee baba. Basi Tobia Mwamoni, hata si Myahudi. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa karibu naye akasema, hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha angeubomoa ukuta wao na mawe. Ati mbweha tu akipanda hicho kitu umejenga, hiyo biashara umejaribu kutengeneza, hiyo familia, hiyo misingi unajaribu kuinua, hata mbweha kuhaisha. Itakuwa mbweha ni nini? Nebwe. Mbweha nebwe. Mnajua bwe ni gani? Ya Kizungu? Fox. Ikapanda tu. Umejenga ukuta, umeweka simiti, umeweka mchanga, kila kitu ni sawa, mafundi ni sawa, wamesomea Kenya Polytechnic. Alafu unasema ationa bweke haisha hiyo ukuta inabomoka peke yake, maana haina nguvu.
Man, those people, they don't look at you and value you. They don't see anything in you. Wanakuona tu, wanaona kamjika fulani, wanaona ni mtu ambaye hafai, wanaona ni mtu ambaye hawezi kuwa. Hiyo kitabu itakuwa hapa before Friday, this Friday. That book will be here. You are going to pay. Now we are going to show it. Kila kitu process vile tumefanya. It will be here. Na nitasihi babangu wa kiroho Harrison akuja shikanishe hiyo doa. Ndio mapea wakufe. Sikia Mungu wetu, maana tunadharauliwa. Ukawarudishie mashtumu yao juu ya vichwa vyao. Ukawatoe watekwe katika nchi ya uhamisho. It is a prayer. After hearing all these accusations, after hearing all this manner of things. Yes sir, kuja. Wewe. Kuja. Asiki. Mwacheni kabisa. Mwacheni. Anashughulikiwa na malaika. Hii nyumba iko na malaika wengi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia. Mungu wetu, maana tunadharauliwa. That is how you should look at yourself. Humble before God. Tell God the accusation these people are accusing you about. Tumedharauliwa. Hii kanisa tumedharauliwa. Watu wamekuja hapa wanauliza, Waroige na aliokoka juzi atanifundisha nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama mtu amekaa hapa nikihubiri unakuwa bado yeye ananifundisha, yako pale nahubiri lakini ananifundisha venye nitahubiri. Na ananipatia hata maandiko inasema, hata kitabu niko Genesis unakuta, kwa sababu ameenda inaitwa nini hii shule ya confusion, theology. Theo ni nini na ology ni nini? Muende muangalie kwa dictionary. Theo, what is Theo? Look at Theo and ology. Separate the two because those are two words. Theo and ology. Those are confused lots. I've been to that. But you cannot relate. Kitabu cha Biblia is not about theology. It's about the Holy Spirit to guide you. Sio yale maandishi. Maana waliokuletea maandishi haya, waliokupeleka shule ni watu wa devil worshiper, wamefungua college zao. Ni watu wa Freemason, wamefinance hiyo college because they want more confused people to be in the society who will not indulge in the Holy Spirit. Ndio wakuwe guided by the power of the Holy Spirit. Mimi hata nikakuta hawa wasichana wakiimba hapa, niwasikilize nikiwa kule, nisikie hakuna Holy Spirit na kujaga na kata. Because they are not in the process of God. They are not doing what God could have wanted them to do. They are doing their own things. And when somebody is doing your own thing, I will come and stop it, because in this house, I will not allow anything that is not spiritual. We need to pray that Holy Spirit anatuguide. Holy Spirit anatuambia. Naweza mimi nakujanga, hakuna siku nimehubiri kitu nilikuwa kwa ofisi. Nakujanga nimeandika vitu hapa, na ukikuja nitawaonyesha. There is nothing, hii imekuja tu. Na Mungu ameflow nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I'm supposed to flow in the Spirit of God. I am supposed to move in the Spirit of God. I'm supposed to do things in the Spirit of God. Because it is God that is instructing me. Akambia, Mungu wetu, maana tunadharauliwa, ukawarudishie wao wanaotuzungumzia, maana hatuna nguvu kama wao, mashtumu yao juu ya vichwa vyao, ukawatoe watekwe katika nchi ya uhamisho. Wala usitiri uovu wao, wala usifute dhambi yao mbele zako, kwa maana wamekukasirisha mbele ya hao wanaojenga. Yao ilikuwa maombi ya Nehemia. Akamwambia usistiri, usikubali uovu wao, usiufute. Wacha wakae kwenye uovu wao. Wacha wakae kwenye masengenyo yao. Wacha wakae kwenye all manner of things that they are doing. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a prayer of man of God, because this man of God alijua what they are doing, where they are headed to, and what they are supposed to. It's because it is God. Yashiria golutake. Ulikuwa naye? Au ni mtoto wako?
Wacha fanya kazi yake. Nikupona napona. Nikupona. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala usiustiri uovu wao. Mungu kustiri ni nini? Usifunikie. Wacha uovu wao na ukaonekane. Hao watu umekuwa na wao ukitembea, na hiyo ndilo ombi ninaomba kwenye nyumba hii. Mungu usistiri uovu wa watu wale walikuja kujificha kwenye nyumba hii. Wao ambao wametaka wengine wafe, wao wametaka wengine waporomoke, wao ambao wametaka wengine wasifaulu. Kutoka leo, God expose them. Let them be known by their deeds. Mtu anakuambia tunaenda safari, kumbe ni nyoka. Ulibeba kwa hiki karatasi ukaambia beba mayai, kumbe ni mayai ya nyoka. Ukaenda ukaweka kwa nyumba, asubuhi ukiamuka unakuta kwa sitting room yako tunyoka tunatembea hivi. Kenda kuangalia, kumbe mayai yameanguliwa. Kumbe ulikuwa unafikiria ni vifaranga, kumbe ni nini? Ni nyoka. Unatembea na watu ukifikiria kuna mahali mnaenda. Unatembea na watu ukifikiria kuna biashara mnafanya. Unatembea na watu ukifikiria ni mke wako, ni mume wako, ni ndugu yako, but they are part of your life. They are meant to destroy you. They are meant to bring you down. Wengi wetu tumepitishwa kwenye jangwa, sio kwa sababu tunafaa kuwa kwenye jangwa, ni kwa sababu the devil has decided sisi tukae kwenye jangwa, because some people have decided this church should be in the wilderness. I'm telling you, it is not in this church. Ninafunga mipango yenu yote, nyinyi ambao mko na uchawi ndani yenu. Hamutazuia kitu hata kimoja hapa. Hamutazuia. That one I say, management team, hamutaizuia. Mumezima vizima vingine. Kuna mahali Isaka alichimba kisima cha kwanza wakazima, si ndio? Akachimba kingine wakazima. Akachimba cha tatu kikazimika. Kile kilisimama, alisema alikiitaje? Rehoboth. From today I speak Rehoboth in this house. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tukaujenga ukuta. Nao ukuta wote ukaunganishwa kiasi cha nusu ya kimo chake. Maana watu waliokuwa na moyo wa kufanya kazi. Hello, nahitaji tu kikozi maalum kilicho na moyo wa kufanya kazi. We don't need to have a multitude of people. We need to have just a few people interested to do the will of God. Just 2 or 3, just 5, 10, 20, 30, 100 that are interested. Jesus was alone with only 12 men. And we are preaching Jesus until today. He was alone. And in sometimes hata hao 12 hakuwategemea. Alichukua 6 akaenda na wao. Akawaacha akachukua 3 akaenda na wao. Akawaacha akachukua 1 akaenda na yeye. Kisha baadaye akabaki peke yake. Because alijua I got the power. Mwambie mwenzako, my God is powerful. Lakini ikawa Sanibalati, Tobaya, Waarabu, Waamoni, Washidodi waliposikia ya kuwa kazi ya kutengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea, na ya kuwa mahali palipobomoka panaanza kuzibwa, basi wakaghadhabika mno. Wanaongojaga mpaka wakati wanaanza kuona maisha yako yameanza kukua sasa. When you are dead there, they have a testimony to say, mnaona huyo mtu alikuwa, si tulisema alikejeli Mungu. Lakini hakuna Mungu ulikejeli. Hakuna. Wewe walikulani, walikufunga wakakuweka kule chini. Sasa wamengoja, wameona kule walikuweka, Mungu wako amekuja. Alijua kule walikuficha. Kumbe Mungu huyu anaonanga. Kumbe Mungu huyu anakuonanga. Lile jiwe walikuwekelea, lile jiwe walikuficha ndani yake, na wakasema hautaonekana tena. Sasa lile jiwe limeondolewa, limebingirishwa. Walimweka Yesu, wakasema hataonekana tena. Malaika akakuja akabingirisha lile jiwe, likatoka. Yesu akafufuka tena. Yesu akaonekana. Yes, don't worry. They might have decided. Wakati walimuzika nani Lazaro, Yesu kurudi kule akakuta yule Mary, akamwambia kama ungekuwa hapa jana na juzi huyu mtu hangekufa. Naye Yesu hakuzungumza na yeye. Yesu hakutaka kusikia chochote chake. Alimuuliza nini? Mumemweka wapi? Hello. Alimuuliza nini? Mumemweka wapi? Hakutaka kujua. Alijua wao ndio wako na solution. Mumuigete.
Omara muonithia ne mufudhunia na nuga. Many people think you are rotten. You are rotten. Many people know you are stinking. Many people know that you are not going to succeed. Many people are going to know that you are not going to make it. Many people, they know that you are not going to do a wedding. Apostle aliyotokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nataka nikwambie kwamba in the rotten, hapo katika muozo wa hupo, huyo mtu alikuwa Lazaro. Kumbe Yesu alikuwa anajua. Kumbe Yesu alikuwa ashatangulia. Kumbe Yesu alikuwa already ashafanya mwili wa ule mtu hautaoza, hautanuka. Maana huyu mama Mary Magdalene akamwambia Yesu, tayari mwili umeoza, maana amekuwa kaburini. Walikuhesabia moyo toleta thina ine miaka 20. Moyo wanajua. Wanajua you are not going to make anything. Wanajua you are not going to succeed. Wanajua you are rotten, umeoza. Kitu kilichooza nani anaweza kukifufua? Na wakamwambia Yesu, sasa twende tukakule. Waachana na hiyo kitu kimeoza. Na Yesu akamuuliza, mumemweka wapi? Hakuuliza, hakuongea. Wao wanazungumzia maiti, lakini Yesu alikuwa anazungumzia binadamu. Wao walikuwa nazungumzia mwili, ne mwele ne mofudhu. Mwili ushaoza, unanuka. Na Yesu akawauliza nini? Mumemweka wapi? When they have a statement of your death, God has a statement of your life. Amen. When they have written off, God has written you on. Bwana Yesu asifiwe sana. And they were very sure this man is dead. Maana walikuwa washamweka kwenye kaburi, wamemfunga sada na wamemwekelewa jiwe. Lakini Yesu alipokuja akawauliza, mmemweka wapi? Wakamuonyesha kaburi lake, kaburi la mwili ndilo lile. Yesu akaenda huko, kufika huko, kumbe Yesu akakuta walikuwa wameshamwekelewa jiwe. Yesu aliliondoa? Yesu aliondoa lile jiwe? Na Yesu hakuliondoa. Aliwaambia, liondoeni hili jiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Liondoeni hili jiwe. Waliokuwekelea jiwe, waliokuwekelea matatizo, waliokuwekelea magonjwa, waliokuwekelea mateso, sasa na waamrishwe na roho ya Yesu waondoke na waondoe lile jiwe. Waliosema hautaoa watakuangalia ukioa. Waliokula pesa ya kitabu ambacho kitatumika, nao pesa yao itakuliwa kwa kitabu cha maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to assure you tonight, waliokuwekelea jiwe, waliokuweka kwenye kaburi na wakasema umeoza, wao wenyewe ndio watakaoinua lile jiwe. Na alipokuja, walipoinua jiwe, Yesu akasimama, wakakuta kumbe hata wamemfunga mikono na miguu na ni maiti. Hawakukuacha walipokumalizia. Lea mako lekeria matiagotigire, bado walikuvuga miguu na wakakuvuga mikono. Kwenye sada ile Yesu Lazaro alikuwa ndani yake, alikuwa wamefunga na kitambaa, wamefunga na kamba kutoka kwa mguu mpaka kwa kitosi cha kichwa, wamefunga. Hivyo ndivyo walikufunga. Hivyo ndivyo walifunga biashara yako. Hivyo ndivyo walifunga huduma yako. Hivyo ndivyo walifunga kila Mungu alichokitia ndani yako. Lakini nataka nikwambie, Yesu alipokuja akachungulia, akawaambia, mtoeni mle ndani na mfungue kamba. Jesus is not come here to do dirty jobs that you have done. Jesus is come to declare that those waliokufunga wakufungue mara moja. Those waliosema umekufa wakutangaze uko hai. Maana Jesus is coming just to see and to supervise as you get into your destiny. Yesu akakuja. Walipomtoa, kazi yake ilikuwa moja. Lazaro! Jamaa kaamka. Kaambia ondoka. Kisha wao waliomweka mabandage, wao waliomfunga midomo, wakaambia mpelekeni kwenye mto. Wakimpeleka kwenye mto, walienda wakitangaza wakisema Lazaro amefufuka. Wao waliotangaza umekufa, watatangaza umefufuka. Wao waliotangaza ndoa yako imeanguka, watatangaza ndoa imesimama. Wao waliotangaza kwamba kazi yako imeanguka, watatangaza kazi
limeinuka. Wao waliotangaza wakisema hautafaulu, wao ndio watapunguza sauti. Punguza sauti yako. Unataka kuniharibia kama venye uliniharibia last time. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao ambao walitangaza ya kwamba ndoa yako imeanguka, wao waliotangaza ya kwamba ya kazi yako imeanguka, wao waliotangaza huduma yako imeanguka, the same people watatumika, watakuja kutangaza amefufuka. The same mouth ambayo was open to say you are finished, the same mouth ulisema he's alive. Ndugu zake Ayubu walikuwa wanajua the man is finished. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zake Ayubu, kaka zake Ayubu, kila watu katika familia, they knew Ayubu is finished. Wait until when God has come. Wait until when God has come to make a decision of saying, putting a landmark on your face to say indeed, huyu ni mtumishi wangu, huyu ambaye mliona ni kama ameisha. Hakuwa ameisha, alikuwa amekuja kunitembelea, ndio maana mlikuwa mmemkosa. Alikuwa amekuja kwangu tukutana, kuna mipango tulikuwa tunapanga na yeye, ndio kwa maana mlimkosa, mkasema ameisha. But I want to tell you tonight that huyu Mungu wakati alipokuja kumtangaza Ayubu, alisababisha vijana watatu wapatwe na shida. Wakati mwingine unaona shida ambayo tunaipata, it is God made. Kuna matatizo ambayo tunayapitia, it is God made because he is laying a platform to come and announce you. Bwana Yesu asifiwe sana. He is laying a platform to come and lift you up. He is laying a platform and to come and make you afresh, to diagnose you and make you somebody powerful. Vijana watatu, Elifazo, Tomaso na Bildad, wakakuwa walimkosea Mungu, naye Mungu akawaambia ya kwamba nenda mchukue ndume 7 na mbuzi 7 mpeleke kwa mtumishi wangu Ayubu, naye atamuombea. Walipofanya hivyo, wakapeleka ng'ombe 7 na mbuzi 7 wakampelekea Ayubu, naye Ayubu akakubali kuombea hawa vijana, wakapona, wakaachiliwa, wakawa huru. Naye kutoka saa hiyo God announced Job. Kutoka siku hiyo kitu na kingine kikarudishwa, vitu vikakuja. Kilikuwa kimoja vinakuja viwili, vilikuwa viwili vinakuja vinne, vilikuwa vinne vinakuja vinane, vilikuwa vinane vinakuja 16. Things zikakuja nyingi, mpaka wale mandugu zake waliokuwa namwambia wachana na huyo Mungu walikuwa wa kwanza kuleta mapeni, walikuwa wa kwanza kuleta macoins, walikuwa wa kwanza kuleta dhahabu, kusema tumemtambua Mungu wako. Nataka nikwambie siku hii ya kwamba kuna watu watakutangaza, watasema wamemtambua huyo Mungu aliyomtumikia, huyo Mungu ambaye ulimtumikia, watamtambua. They will announce you. These people, they will come and say, God has done it. Next please. Ati dadi amefanya nini? Next please. Wakafanya shauri wote pamoja kuja kupigana na Yerusalemu na kufanya machafuko. Umeona? Walipoona hatuwezi, wakafanya mashauri. Hao Waamori, Waarabu, wakafanya shauri wapigane na nani? Na Yerusalemu. Kuna watu wamefanya vikao. Kuna watu wamefanya vikao wapigane na maisha yako. Kuna watu wamefanya vikao wapigane na biashara zako. Kuna watu wamefanya vikao wapigane na huduma yako. Kuna watu wamefanya vikao wapigane na kazi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Walifanya vikao, wamepanga, na mipango imepangika, maana wanajua wako na uwezo. Lakini kile kitu hajui, Yerusalemu iko na Mungu. Yerusalemu inaweza kuwa ni nyonge, maana walisema na walinena, kwa maana yule anayekupiga alinena na akasema wewe ni mnyonge. Walinena pale mbele wakasema nini? Hawa Yahudi wanyonge. So they are not coming to you wakifikiria you are heading headway. Watu wakifikiria kuna mahali unaenda, wanajua you are already finished. Little did they know you have a powerful God. You have a living God. Basi bali sisi tulimuomba dua Mungu wetu.
tena tukaweka walinzi mchana na usiku kwa sababu yao, ili kuwapinga. Waliomba dua. Wayahudi walimuomba Mungu, maana walijua hawana nguvu, nguvu zao ziko kwa Mungu. Jehoshaphat aliambiwa na Mungu, stand still and see the deliverance I'm about to bring to you. Musa kaambia wana wa Israeli, stand still and see the power, the deliverance God is about to bring to you. The enemies you are seeing today, you are not going to see them again. All the people that have been against your life, the people against your marriage, the people against your health, the people against whatever you are doing, the people you are seeing today, you are not going to see them again. Hautawaona tena, hawatakukubalia tena, hawatakuja karibu na wewe tena, because God is going to flush them out. Management, musikuwe na wasiwasi. Githima kia Rehoboth tumekichimba. Hao wanasema mnawapatia chakula mchai muwapikie, mnawaauthorize. Waendeleeni kwa authorize. Wawapikie chai. Na kama hata pika chai, mwambie mko na mikono ya kujipikia chai. Na mpike chai na mkunywe. Na muwaitie wakuje wakunywe. There is nothing in this house ambayo itasimamishwa na mtu. There is nothing in your life ambayo itasimamishwa na mtu. There is nothing kutoka sasa kwenda mbele. There is nobody will stop your life. There is nobody who will stop your ministry. There is nobody who will stop the agenda of God in you, because this agenda itasimama. Wapende wasipende, bado Yesu atakuja, na wao waliokuweka kwenye shimo wataambiwa waondoe jiwe, wataambiwa wakufungue, wataambiwa wakutangaze. Don't worry. Kama ulikuwa umeinamisha, wako nuko inametea goroha hainamuka. Tikana gwale siado. Maigwa. Tikana gwale siado. Chene gwale nini mahuri. Drari mudumerage drari mudomogo. Dumerage no gedito ke mwe wiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Yuda wakasema, nguvu zao wapagazi zimedhoofika, bado kuna vifusi tele, hatuwezi kujenga ukuta. Walisema. Nao adui zetu wakasema, hawatajua wala kuona hadi tutakapokuja kati yao, na kuwaua na kuikomesha hiyo kazi yao. Walisema, hawatatuona, hawatajua, hawataona, hakuna kitu. Yani kuna walikuroga wakasema macho yao hayataona. Kuna walikuroga wakasema macho yako wamefunga. Wana wao walisema kazi yako haitafaulu, watoto wako hawatafaulu, ndoa yako haitafaulu, biashara yako haitafaulu. Lakini one thing I want to tell you tonight, lakini hayo ni ya kwao, lakini statement ya mbinguni inasema you are going to succeed. The statement ya mbinguni inasema you are going to win this battle. Wao waliokuombea usifaulu, wao ndio kazi yao itakufa. Wao waliokuombea ati mtaanguka, wao ndio wataanguka. Wao waliokutakia uovu utarudi kwao, maana hakuna siku nyingine Mungu atakubali uteseke. Hakuna siku nyingine Mungu atakubali ukae kwenye mazingira machafu. Siku hii ndio Mungu ameitangaza. This is the day that God has made. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't wait for them now. Don't even think about your enemies. Don't think about any enemy in your life. They are gone. Every enemy that was in your life. Na kama wewe ndio enemy ya watu wengine, you are finished. In the mighty name of Jesus Christ. Kisha Wayahudi waliokaa karibu nao walikuja wakatuambia mara 10 watakuja kutoka kila sehemu wanapokaa kutushambulia. Yani maadui kumbe wamepanga sehemu 10 ambazo wamepanga
walipanga zile za kukumaliza. But the good thing, your God was in their midst. Your God was listening to what they were doing. Your God was listening to the old plans they had. And your God has come to reveal to you, kukwambia walikuwa wamepanga in 10 plans, lakini Mungu anakuja in the same 10 plan to come and destroy them, and they will not going to be able to torment you. Whatever arrangement they have, whatever prayers they are doing, their prayers are null and void. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo maombi wanakuambia usifaulu, hiyo maombi wanakuambia, wanasema hii kitu hakitafaulu, wao wenyewe imewekwa lock. As from today wako lock. Watajaribu kutoka kwa bedroom, wanakuta naona hii johero hii na hii ya juu imekataana, imekataa kuloko. Anajaribu kusuguka hivi, unakuta mwili hii ingine inasuguka, hii ingine inabaki. They will be locked, that they will not be able to come anywhere near when you are doing the work of God. Amen. They will be locked, that they will not become, they hawataona, hawatakujua, hawatakukaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how God works. Kama mnatafuta mchawi, mchawi ni Mungu. Mchawi ni Mungu. Kwa hivyo atakufunga wewe ambao unafunga wengine. Atakufunga wewe ambao unajaribu kufanya wengine wasiendelee. Atakudhoofisha wewe ambao unajaribu kudhoofisha wale wengine. Atakumaliza wewe ambao unataka kumaliza wale wengine. Atakuinukia wewe ambao unataka kuinukia wale wengine. You are not going to succeed. Basi nikaweka watu, unajua sasa wamejua, God has revealed. God is going to reveal to you the people that are against your life. God is going to reveal any trick, any plan of the devil. Whoever that did it, they are going to God is going to show you. Kumbe Mungu alikuwa akiwasikiliza wakipanga. Kisha akatoa ile information, akapelekea watoto wake, akawaambia wamepanga 10 times, mambo 10. Mipango 10 imepangwa pale, imepangwa pale, imepangwa pale. They are ready, they are coming to attack. Listen here. Basi nikawaweka watu mahali pa chini pa nafasi iliyokuwa nyuma ya ukuta, mahali palipokuwa wazi wa kadri ya jamaa zao. Akawaweka in the same number. That is the beauty of God. He revealed to them. He's going to reveal to you how they planned. How many are they? Then God will cause you to lay a dragnet, an equivalent on their capacity. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakifikiria ni wajanja, watajipata wamekamatwa. Maana umeweka jeshi ambalo ni sawa na jeshi lao. Basi aklikaweka watu mahali pa chini pa nafasi iliyoko nyuma ya ukuta, mahali palipokuwa wazi kwa kadri ya jamaa zao. Nikawaweka waliojihami na panga zao na mikuki yao na pinde zao. Tuendelee. Baada ya kuona hayo, nilisimama nikawaambia wakuu, maofisa na watu wengine waliobaki, msiwaogope, mkumbukeni Mungu wenu. Msiogope hawa maadui, msiogope hawa waliokupangia. Do not be afraid of them. God told Joshua, do not be afraid nor be dismayed. God is with you. He is walking with you. Atakupigania mahali popote utaenda, nitakuwa. Jambo lolote utalifanya, nitakuwa mbele yako. Nitatuma. Wakati wana wa Israeli walikuwa wakitoka kule Egypt, kulikuwa na wingu liliwatangulia na malaika akawatangulia. They all along went. God was with them. The angel was with them. The cloud was with them. Do not be afraid nor be dismayed, because this God is going to walk with you. Baada ya kuona haya, nilisimama nikawaambia wakuu, maofisa na watu wengine waliobaki, msiwaogope, mkumbukeni Mungu aliye mkuu mwenye kuogofya. Mkawapiganie ndugu zenu, wana wenu, binti zenu, wake zenu na nyumba zenu. Don't fear. Fight for your rights. Fight for your family. Fight for what God has given into you. Fight for that ministry God has given to you. Fight for that marriage God has given to you. Fight for that business God has given to you. Fight for that principles that God has created in you. Fight for them. Stand in. Defend it.
defend because God is on your side. God will do it for you. Musiogope. Wasikuatie wasiwasi. Mungu wenu ni wa kuogofya. Your God is a powerful God. Your God is a God that wins. Your God is a God that conquers. Your God is a God that battles all battles and he brings them down. Kisha ikawa adui zetu waliposikia ya kuwa tumekwisha kupata habari. Ati tumepata habari, wamekwisha kujua. Hawa maadui watajua. Watajua. Wao walikutegea. Mbona nilijuaje? Yamenyiliate. Uliza kila mtu hapa. Hawajui hivyo nimekuambia. Mimi najua mpaka message nilisoma. Mungu aliniletea message nikasoma. Hapa nilijua hapa. Kisha ikawa adui zetu waliposikia kuwa tumekwisha kupata habari. Tumekwisha kupata habari. Watu wanakupikiaga chai na wanaitemea mate. Na wanakuletea ukunywe. Tumekwisha kujua wamekuwa kwenye maombi ya kujaribu kusambaratisha kazi unayoifanya. Wamekuwa kwenye maombi ya kuhakikisha hakuna mahali mnaenda at management. Wamekuwa kwenye maombi ya kuhakikisha kitu, hata wametengeneza ka WhatsApp group kao ati ni kama maombi kule kona. Ninako niko ndani. Ya kuwa tumekwisha kupata habari ya kuwa Mungu amelibadilisha shauri lao. Ni kwa sababu nini? Mungu amebadilisha lile shauri waliandika. Wakasema tunaenda kumaliza. Wakasema tunaenda kuangamiza. Wakasema tumewrite up. Kumbe Mungu amesema hawamalizi. Wataishi, watakaa, watafaulu. Wanaenda mbele. Ulipanga usiku, Mungu akabadilisha mchana. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikupangia mara yako bageire, lakini God has changed. Niki hawina kio. Mungu ashabadilisha. Sina hapo kibabaika ukikaa ati sasa sijui ati niende nataka kwa rocio. Wotire. Mwere ari marari makweni undu wa mahoya maku ni marakuire na ni marathirire. Niwe next room niwe tuguthika tondu chapter yaku ni yahingo. Hiyo chapter ya ambao walikuwa wamekupangia maofu, hiyo chapter imefungwa. Kumefunguliwa chapter ya watu successful. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikakaiga hiyo ni mwegai. Akabadilisha. Yani anabadilisha. Ulikuwa umenipagia maovu, Mungu amebadilisha. Sasa utafikiria ni maovu nafanya, kumbe ni baraka ananipatia. Ndipo sisi zote tukarudi ukutani. Kila mtu kwa kazi yake. Kila mtu. Beatrice, urudi kwa kazi yako. Sikia, uache ujinga. Uko na ujinga mwingi sana. Rudi kwa kazi yako. Wamekuetea na wamekupagia na wamekumaliza. Waliwacha kama wamekumaliza. Wamepiga sherehe hapa. Walisema wewe tu ndio hauna kazi hapa. Ofisi yako imefungwa. Nilisikia wakisherehekea. Nilisikia. Na chuma chao kimotoni. Chuma chao. Waambie wao walisherehekea. Chuma chao kiko wapi? Kiko motoni. Next week I'm dealing with you. Kumbe Mungu anajua kubadilisha. Na nikikia. Yaani amesema kazi hiyo imekwisha. Rudi, kila mtu arudi kwa kazi yake. Ni mwera ine manyu. Cha kusema kuja kutuambia hapa mbogo ujagwani. Jagwe imeisha. Umirai, ni mukarue. Mwaigwa, muthie Gilgali mukarue. Muma Gilgali muthie Bethel. Mushamanie na Ngai. Mumenielewa lakini? Mama mtaenda kusema nilisema mkatairishwe na mama huko. Walipofika Gilgal, wakakumbuka kwa miaka mirongo ngapi? 40 years hawakutairisha. Kisha wazee wakaungana pamoja, wakasema kila mtu atairishwe. Walipotairishwa, the reproach of Egypt came to an end. Hello. Geshonoko kia Egypt ikakuja mwisho. Maana wamerudisha covenant ya Mungu. Go back and make a covenant with God. Go back and make your covenant and stand the way God wants you to stand.
Kumbe huyu Mungu ni mwema. Ikawa tokea wakati huo, nusu ya watumishi wangu walitumika katika kazi hiyo ya kujenga ukuta, na nusu yao wakaishika mikuki na ngao na pinde na darii, na viongozi walikuwa nyuma ya nyumba yote ya Yuda. Oh, do you know what God is telling us, Rhoda? Kutoka sasa ni kijeshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakafanya nini? Nataka kusoma nikiwa hapa. Naandika. Mete. Elogatele, watu wale walioujenga ukuta. Rudi nyuma baba. Ikawa tokea wakati huo, nusu ya watumishi. Nusu ya nini? Ni mpango tunapangwa sasa na Mungu. Wale watu wana kazi, tunafanya kazi gani? Nusu ya watumishi wangu walitumika katika kazi hiyo, na nusu yao wakaishika mikuki na ngao na pinde na darii, na viongozi walikuwa, chochote ambacho tunakipanga kinafanyika kifanyike bila wasiwasi. Shika mishale, shika mikuki, shika mapanga na darii. Hello, tiko kwekera gakona inyo kaga apostoli akiugo kem, apostoli akiugo kem nie ndiraigwa ta ngothie abothie we ni wotugiite wewe kwendaga ati ndiraigwa kinyete mwisho leo ndaigwa thie, ukanipigia simu nyingine uniambie unasikia kwenda, nitakwambia kuna matatu inakuja, the next kuna matatu inakuja ya kubeba watu kama wewe, uende na usirudi tena, na usiwahi kunipigia simu tena, ukwende kabisa, udhikwe gomi, uende ukalale na hao waliokufa, maana haustahili. Shika mkuki, shika upanga, shika darii, shika go. Kazi kiendelea, kazi ya Mungu haitasimama. Kazi ya Mungu lazima itaendelea, lazima tutaendelea. Mwambie mwenzako, mwangalie kwa macho mekundu, mwambie kazi ya Mungu itaendelea, upende usipende. Mwambie na uende ukaombe maombi mengine, hiyo imefika mwisho, imejulikana. Bwana asifiwe sana. Watu wale walioujenga ukuta na wale waliouchukua mizigo walijitweka wenyewe waliojenga. Kwa hivyo now is mundu kumundu, ni wewe ujitweke wewe mwenyewe. Hakuna mtu atakuwekelea, hakuna mtu atakusaidia. Ingia kwenye vita. Sasa wale watu waliojenga ukuta na wale waliouchukua mzigo walijitweka wenyewe. Kila mtu alifanya kazi kwa mkono mmoja, na kwa mkono wake wa pili ulishika silaha. War has been declared. War has been declared. Shika silaha upande huu na upande huu mwingine, kasi iendelee. Kakikuletea shida goga, Mungu amekubalisha sasa. Kakikuletea nyavu tamura, God has said so. Maana ulishika silaha ya nini? Kakikuja unapiga. Piga sasa. You have the green light from heaven. Huyu anakusumbua goga, the heaven have said so. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kazi iendelee kama silaha iko kwa mkono. Si kuja kusema aliyokiko kimode hakuye kwa kuwa wewe ni adui yetu, kufa utuondokee. Hello. Nao wajenzi kila mtu alikuwa na upanga wake. Hii inanifurahisha. Hii ndio maana independent wanakuwa na upanga umefungwa ubavuni mwake. Kwa hivyo silaha zote za maombi, silaha zote, aina yoyote ambayo itatumika katika kufanikisha kazi ya Mungu, uiweke, uifunge ubavuni. Katika safari hii baruzi waziri tati kweterera, funga upanga, tembea na upanga kama Masai, weka hapa katika ubafuni, utembea na upanga. Kakikuletea shida na uweke mahali ni kuchomoa tu, shwa na kukata na kurudisha. Na ujue kichomoka hairudiki bila kufanya kitu. Ikitoka imetoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Gutiri kia muthaithano leo. Mwambie mwenzako gutiri kia muthaithano. Hakuna. Nobody. I will not spare. Hata hapa I will not spare anybody and anything. I will not. It doesn't matter what kind of man or woman you think you are. I am not going to spare.
Because God has told me kumbe ni ujika mimi nakuaga nayo. Nduraga haha hoya mahoya morimu. Handu hakohoya mahoya uria Ngai gotondekera bũrũri mũgima ndurage hoya baba nakuomba nipiganie hawa maadui wangu. Fanya barabara ya iterese, fanya nini ya iterese. Yani ndafundithia ngituka mũrogi na Psalms 135 na Psalms 90 na Psalms 70. Ciothe ni ci haha mutwe ndiciugaga tarĩ mũrogi. Handu hakwarĩria Ngai anjire thiĩ ngahande mboco Naroko nĩ kuroka ng'aragu, thiĩ ngahande mboco kũrĩa kũngĩ. Kuna ng'aragu inakuja, kuna kiangazi inakuja. Sasa hii ni wakati wa kwenda kupanda. Tuweke tukue na store yetu kubwa, tutahusia watu. Kuna siku hivi karibuni mnaweka maski tena. Kuna siku mtakosa chakula very soon. Hizi vitu zinakuja. Sasa badala tukue tukipanda mahidi kwa sababu ya maski inakuja, hamtafanya kazi. Niwauzie huko na mapikapu zangu. Nikuomba fanya barabara zao zikueterezi. Watu wakijaribu kupanda watereze. Sasa Mungu si atamwaga maji kutoka juu. Barabara hii itakuwa terezi, sisi na mimi naipitia. Sasa mimi nitatereza. Mahoya mwalimu. Bwana asifiwe sana. Acha hiyo maombi ya Psalms 35 na Psalms hiyo ni uchawi. Hiyo maombi za Psalms wachaneni nao. Connect yourself with Mungu. Huyo ni Daudi alikuwa anajiconnect na Mungu. Ni nini alikuwa amefanya? Unajua kuna maombi unafaa kujua ilikuwa inaomba. Sasa ukiita Mungu wa Joshua. Tuseme mfano umeita Mungu wa Joshua. What will happen to you? He will cause you to be in a situation that Joshua was. Ndio akuje kwa sababu Mungu wa Joshua ni wa vita. Na kwako hauna vita. Iko ni uramu munyana na mudhuru wako kama darling babe, na kao ita babe. Do you see, unajua babe, nimeshinda nikikuwaza vizuri. Najua babe, nilikuwaza tu nikasikia tu yani nikuje tu, hata nimetoka kazini nimetoroka mapema nikuje. Babe. Nikiwekete babe. You see? Alafu naanza baba wa Joshua, Mungu wa Joshua, ninakuita uteremuke. Atateremuka. Bwana yako atageuka kuwe nyoka, atakulima. Ndio Mungu wa Joshua ajioneshane kwako. Bako utashindwa, babe, what have I done? Nasi hakuna, hata ukimuuliza baadaye atasema hajui, but you invited the God of Joshua. The God of Joshua is a warrior. God has very different difference. There's a mighty warrior. God is a mighty warrior. Again, he is the water, the living water, the water of life. God is the bush, is the forest, the tree of life. Bwana Yesu asifiwe sana. How you call God, he will come that way. Ndio naona watu wengi tuko kwenye vita kwenye familia na haikuwa, lakini tuliita Mungu gani? Ngai wa Joshua ni ndagwita. Ngai wa Joshua haruruka. Ego kiharuruka. Na no nginya ende kwiyonithania wira ucio uruteke. Nikiraigwa urahurirwo ni muthuri oguo ndiramenya kire gatumire uhuru. Arakerire tu oguo. Irio acirora araguthana cio. Na ndiramwita ngui ino araguthana ke. Arakara iteke uramira hutia ringi arakuhutia. No gwe no ngutha ringi arakugutha. Ui kinjorage. Kwa sababu ulita nani? Mungu wa Joshua. Ukiomba maombi inaeleweka. Wacha kuomba maombi ya baba uelewi. Ujue kama ni Mungu wa Musa, unamuita kwa nini? Are you ready kwenda kukaa kwa Farao? Because lazima upite process ya Musa. Ndio Mungu wa Musa akuje. Hello. Unamuita Mungu wa Daudi. Daudi gari githaria. Utaimanya niweta Ngai wa Daudi. Ngai na wena muthuri wa kunyoba, what will happen? Uthuri no ginya riuma nigetha Ngai wa Daudi oke. Todo okagera situation ini yo. Ukita Daudi, eta Ngai waku. Manyita. Eta Ngai waku. Todo ariho Ngai ucio wa Daudi no Ngai waku. Eta Ngai waku, tigana Ngai wa Daudi, tigana Ngai wa Joshua. Todo ikire giatumire Joshua kana uria marakanagia nake. Nigetha Joshua dia korage anduri. What happened? Ni kama hii kaiba unaona kama mnaiba. Na nilisikia mkikaiba hapa. Furozi nilikasikia ukikaiba hapa. Hiyo kaiba sikataki hapa. Ti machozi haya. Siri ya machozi. Siri ya machozi haya ni wewe waju. Uroga siri ya machozi na hakuna machozi. Si lazima itakuja. Itakuja. Huyo mama akiimba,
Si yeye ndiye alikuwa, ndio maana akaimba siri ya machozi hana ya Elia. Wewe tu ndio unajua, maana hakuwa anaelewa. Na hata wewe ukianza ikifika kwako hautaelewa, utakuwa ukilia na ujui. Ndramenya niki geke kire muthuri waku agigutiga nyumba agithi kwa neighbor. Umuonaga kuria kirite kanyatha eho hete tauru agicomoka kwa neighbor haria. Na akaruga mahandu agakinyagira haria uramuonera. Ciana cigakwiraga dadi yako pale. Dad, habari? Nyai. Kwa sababu ulinema nini? Siri ya machozi. Kwa sababu haujui nikiwekire muthuri hujui. Ni Mungu tu ndiye anajua. Sasa kuna nyimbo ambayo hufai kuimba, maana ni testimony ama ni maombi ya yule mtu. Alitunga wimbo kulingana na matatizo aliyokuwa akiyapitia. Wewe hauyapitii. Unaimba nini hiyo? Kuna siku nimekuta ndio kuna baba zetu hawa tuko hapa juu kidogo. Baba zetu tulikuta hawana kitu na walikuwa ina position ya kumiliki mambo. Walikuwa ina position ya kumiliki mashamba Nairobi, maana siku hiyo shamba lilikuwa linapatiana na City Council, ulipe pole pole. Lakini hawakuchukua. Kwa sababu ya nini? Wakikuyu waliimba karibu egoboka nyume thino chikale deraine magegania meko the matare meko. Yaani ate goboka nyume thino chikale deraine magegania meko the matare meko. Ni mwanyita hau ate goboka jikare magegania meko the maso kile mayekora migunda ni yaganirwo marire ra iguru biashara ni ciagayanirwo marire ra iguru tani magegania ni meko. Unikiona baba matura huko makiritaga tumaheaga irio ha tuli magegania ni mekirwo rire magiagaire migunda kanjo ni yaheanaga mugunda yatinageria ndo broti makero mulipe mdogo mdogo. Mpaka sasa unakuta anakopoa nyumba yako na 8 years. Tunanyobo kile. Na hivyo ndivyo tuko wa Kristo. Tunaondokea baraka. Ati sasa nataka kuondokea kwa sababu kumekuwa na vita. Hapa tutangangania hapa. Tutabanana hapa. Si ondoki, si banduki. Kama ni kulimana tutalimana hapa. Turudi kwa baba, twende tuambie baba tumelimana. Tuambie nani alikosa, nani amewini battle. Gaitiga iwe iguoya. Gainika iwake. That is why he is called a mighty warrior. Bwana Yesu asifiwe sana. Nao wajenzi kila mtu alikuwa na upanga wake umefungwa ubavuni mwake. Ndivyo alivyojenga, na yeye aliyepiga baraguni alikuwa karibu na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikawaambia wakuu, maofisa na watu wengine, kazi hii ni nyingi tena ni kubwa. Nasi tumetawanyika juu ya ukuta, kila mtu akiwa mbali na mwenzake. Kutafanyika nini? Basi mahali popote mtakaposikia sauti ya baraguni, kimbilieni kwetu, Mungu wetu atatupigania. Mukisikia kamudu kama Sekenyo hapa, inua baraguni mara moja tukupigane nako. Ukisikia kamuchawi hapa ndani, inua baraguni tupigane, maana Mungu wetu ametupatia job ya kufanya. Na tumepatiwa ruhusa tufanye kazi na tushughulikie maadui. Taratibu wa Biblia leo. Warokole wale wanajua kutafsiri Biblia. Penina inasemaje? Ametupatia kazi, si ndio? Kushughulika tuendelee na kazi. Yes. Yatokimureda. Pigana na hawa maadui, wacha upusi. Uko na uwezo. Kutana nao. Si kazi umekosa, kazi iko. Ni miki. Kwanza sioni kazi ya kuajiriwa. Kazi yako, enda ununue masufuria, enda andika. Si uko na kampuni? Nenda hapo, kutoka hapo uende hapo uchukue form. Hapa square, what square? City Square. Hapa. Si hapo ndio kuna Kenya Polytechnic. Hiyo posta iko hapo. Uende Huduma Center. Mali wanaandikisha business name. Uende uandikishe. Utalipa 300, watakwambia uchague majina 3. Weke majina 3, utalipa 100. Na kuandikisha hiyo kitu ni shilingi 800. Sijui kama wameongeza. Hata kama ni 1000 uko nayo kwa mfuko. Si ndio? Si iko kwa M-Pesa, si uko na 3500 kwa M-Pesa. Kuna ngapi? Wanashika? Hakuna? Hata duru.
Fuliza ya pesa ngapi? 4,000. Oh, ni fuliza naona. Ni fuliza naona. Guy. Ulikuja na fare ya fuliza? Hiyo fuliza umeifanyia nini? Ulifanya nini na fuliza? Ulikula madasi? Uende hapo uchukue. Uandikishe jina. Ukiandikisha jina uniletee hiyo karatasi hiyo ya kuandikisha hiyo certificate. It will take 2 or 3 days. Uniletee hapa. Ufungue kampuni yako ya catering. Yes. Na uzirudi hapa kwa ofisi yako bila hiyo karatasi. Ukuje nayo. I will sanction you. Na kazi itakuja from center left right. Yeah. Go and go prepare your mind. Utafanyisha maanusi. Yani you will do catering for weddings, catering for events. Utakuwa na tent zako, utakuwa na mashini zako kama hizi. You will be all over and your name you will be called here and here and here. Na utakuwa na jeshi kubwa umeandika ya kufanya kazi. Na uache ujinga. Chakulialia hapo. Watu walipeka silaha kwa mkono, enda kazi. Mtu asikuje kukwambia ati nira kwa tuko muno, niroka ni oshereirwo muno, umako mwira nyuma kurutahira. Simple as that. Akwira ni agogote mwira ni oshereirwo. Ngai wako yahane ajetereire. Your God is here waiting. Anakojea ufukuzwe akuchukue vya kubebe hivi. Akuinue. Na ibe kawimbo kanaga ni mkono wa Bwana umenibeba, ni mkono umenibeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeinuliwa, tuko kwenye mkono wa Bwana na nitushika. We are strong and powerful. Hivyo tukajitia katika kazi hiyo, na nusu yao waliishika mikuki tangu alfajiri hadi nyota zitakatokea. Kwa hivyo hakuna kulirenti, hakuna kusimama, hakuna kukaa ati tuhurokele. Hapana, mpaka wakati nyota zinakuja kaza ngapi? Usiku. Kana mkuki na upaga. Yani Biblia inatuambia we be on standby. God has made us to be soldiers. God has made us to be builders. We are a builder, and at the same time you're a soldier. You must build and defend what you're building. You must build and defend what you're building. Don't just build and say Mungu atakuja. Mungu wa Jehova, Baba ninakuomba ukuje ukue mlinzi wa hii kitu, nimeenda kulala. Wacha upuzi, Mungu atakuja. Mungu alikupatia nguvu ufanye. Kama ni Mungu anafanyaga, angemwambia hangevuvua mifupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alimwambia Ezekieli, mwanadamu, hii mifupa iko hai. Ezekieli akamwambiaje? Wewe tu ndio unajua. Basi naye Mungu akamwambia prophesy. Akamwambia Ezekiel prophesy. Mungu hakufanya. God will not do it, you prophesy. Hallelujah. God will never come to your life at airekebishe. He has no job to do that. He has given you power to speak, to prophesy. Akamwambia nani? Prophesy to the dry bones. Naye akanenea mifupa mikavu ikaanza kurudi pamoja. The only thing that God will come to do is to put breath. Once you have brought hiyo kabuni yako umeitengeneza vizuri, paperwork ni nzuri, na utengeneza kabronjua na business card, then God will come and put it live. Sikuja hapa ati maombi mingi na hauna mifupa mikavu ambayo imekuja pamoja. Alimwambia prophesy to the dry bones, akaambia put meat, ikakuja. Akakuja sasa Mungu baada the meat and the dry bones are together, then he came and he breathed life. God's purpose is to breathe life to already the composition ile kitu umetengeneza. Kwa hivyo maombi hata nikakuombea mara milioni 10 and there is nothing God can breathe life onto.
it won't work. So kama unataka maombi kazi imeanguka, niletee uniambie kazi ndio hii inafanya. Kazi ndio hii nataka kufanya. Nataka kuweka kioski, nataka kufungua kanisa, nataka kuodoa. Kama ni doa ukuje na kapicha kimodo ni kiogeke, deda tohoere. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Are we getting somewhere? Are we headed somewhere? Are we understanding it? Yes. Wow. I love you. Jipigeni tu makofi. Kadhalika wakati ule ule nikawaambia watu kila mtu na akae ndani ya Yerusalemu pamoja na mtumishi wake, wapate kuwa walinzi wetu wakati wa usiku na kufanya kazi wakati wa mchana. Kwa hivyo wakati wa usiku kazi ilifanyika ya ulinzi na mchana kazi ikafanyika. Kule wapi? Yerusalemu. Remain in your territory. Hello. Wacha kurukaruka. Don't be here today, tomorrow you are there. Remain in your territory because God, your God is a God of that territory. Hello. God comes with the territories. Alibariki Jerusalemu. Maana the God of Jerusalem, God of Jerusalem, he protected the territory of Jerusalem. Maana huko ndio kulikuwa kunakuwa na ujenzi. Kwa hivyo God does not work outside the territory. He works within the territory. He will work within the business you want to start. He will work within the church you want to start. He will work to work within the marriage that you want to start or you are in. God works within the territory. So he will protect the territory. As he protect the territory, he will protect the occupants of the territory. Bwana Yesu asifiwe sana. If you move outside the territory, God will not be there. He will not be protecting you. Stay within the territory. Basi mimi na ndugu zangu na watumishi wangu na walinzi waliofuatana nami hatukuvua nguo zetu hata mmoja. Kila mtu alikwenda kuteka maji akichukua silaha yake. Kila mtu alikuwa anafanya nini? Walienda kuteka maji. No relenting. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm telling you, this is a declaration we are making that there will be no relenting from today henceforth. There will be no going back from today henceforth. There will no be surrendering from today henceforth. That we are going to make sure the promise of God over our life imekuwa fulfilled at whatever cost, at whatever event, at whatever situation. No wandering, no moving backward, but standing as part of the promise of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Tusimame kwa miguu yetu. Wangapi wanasikia wamebarikiwa? Na tumehubiri mpaka saa 9. Na hamchoki? Ilikuwa tamu. Kai. Mpaka umesikia. Mpaka umesikia ujinga imepunguka. Imehama peke yake. Unajua, thina natenda kwa ni ulimo. Tiate totire na Ngai. Ulimo ni gwotogiaga. Na ukagĩa na guoya atĩ mũtumia ũyũ ũragutisha. Na ngĩmũihũgũrĩra tu guo nini uko nake kwa na hau thutha. Tunatisha tisho na vitu zingine ambazo havifai kabisa. Your God is strong. Stand firm, do what is right, be in the position, remain in your territory. Conquer them that want to conquer you. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leteni sadaka. Na mulete sadaka mingi. Nahitaji pesa mingi sana. Msilete hiyo kidogo kidogo mnaletake. Lete pesa. Kama uko na bahasha uweke pesa mingi. Wacha hiyo ulikuwa umepaga. Hiyo ulikuwa umepaga usiweke. Weke ile sasa unapaga sasa kutoka saa hii. Fikiria uliza Mungu niongeze nini? Mwambie mimi sikuwa najua hiyo maneno inaweza kufanyika kwangu. Sasa imefanyika. Jensi. Habari. Amwage kila mmoja wani mularuta. Mzee msikia maneno? Pambana na wao. Hawawezi wakakuroga. Hawana uwezo. Uko na uwezo kuwaliko. Declare and decree. Wekelea tu hapa hiyo kikapu waeke hapa ndani. Kujeni. I say kujeni na muweke pesa mzuri. Kama ulikuwa umepanga kuweka 500, weka 1000. Ni order natoa. Sasa nimeingia kwenye vita. Mamlaka na nguvu ni
ndani ya mamlaka na nguvu ninazo, fanya lolote utakalo, mamlaka na nguvu ninazo, fanya lolote utakalo. Mamlaka na nguvu ninazo, fanya lolote utakalo. Sikiliza hapa, siku ya Jumamosi zote tunaenda kule mlima wa Ngong. Bwana asifiwe sana. Kama unataka kuwa pamoja na sisi, tunaenda maombi. Na ya mlima wa Ngong si kwenda mnaenda kuhubiriwa, ni tunaenda kujipeleka mbele za Mungu. Wakati mwingine mnaondoka kwenye teli tu, tunaenda huko kwenye mlima. Huko ndio tulianzia hii kanisa. Huko ndio headquarter yetu. Huko ndio nilipata ufunuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuende huko, tushinde huko. Unaomba, kuomba tu. Always let us learn. Let us to push into prayers. To push ourselves. Tukue prayer vessels that we may continue. Ndio tuache kushinda tukilialia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nao tarehe 30. Tarehe ngapi? 30. Itakuwa ni Kegosho night. Sema Kegosho night. Kigosho. Ni sawa na kesha na Kiswahili. Sasa hawa ni wa Kikuyu. Niko na mtu pale ni Muluya lakini anashinda akiandika vitu za Kikuyu. Ameandika Kegosho night. Kegosho night we shall be lighting candles. Bwana Yesu asifiwe sana. We shall be lighting candles for a new dawn. Sema new dawn. Maana mwezi huu wa 8 tumekuwa kwenye maombi ya kushika baraka. Na maana tumeshika. Hello, kama hujashika shauri yako, mimi nimeshika. Wacha nikwambie, in 3 months from today, zile mambo utaona zikitendeka taifa hili, you've never seen them. Amen. Si tumekomandi maneno na imekamilika. Si walikuwa nataka kufanya Gachagua impeach. Tukasemea hapa hakuna impeachment, tumewa silence. Were they silenced? Thank you. Kuna maombi nataka tutafanya. That is why we need to raise this candle, to light up this candle. We are going to light up the candle kwa sababu ya taifa la Kenya. Sema taifa? Taifa la Kenya is targeted, highly targeted by the watu wanaitwa the one world order people, ambao wanataka inaugurate either December ama January. Kuna ile kitu mliona ilikuja hapa ya environment, ile mkutano kubwa ilikuwa hapa ya environment summit. Wanataka kuleta World Trade Summit. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hao ni watu sasa wa one world order, because our brother amekubali kuwa join. Na sasa they are coming to inaugurate him. Mnaelewa? They are coming to inaugurate him. So the agenda of the one world order ikamilike duniani mzima. Tarehe 8 siku ile niliwaambia walikuwa nataka kumwaga damu tarehe 8. Jensi ya kwanza, ya siku ya kwanza, ya pili na ya tatu, it is God army that was in the field. Lakini kutoka hapo ikachukuliwa na watu wa world order. So wakati waliona this thing is not successful, wakaingia kwenye tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2024. Hizo zilikuwa 8 ngapi? 3. Ati zilikuwa ngapi? Tarehe 8 mwezi wa 8 2024. Zilikuwa 8 ngapi? Tarehe 8 mwezi wa 8 2024. Zilikuwa 8 ngapi? 2. Tarehe 8 mwezi wa 8 2024. Zilikuwa 8 ngapi? 2. Zilikuwa? Wangapi? Watatu? Wangapi? Wa 2? Wa 2 inua mkono juu kabisa. Inua. Acha kuinua na uoga. Zilikuwa 3. 2024 it is 2 + 0.
plus 2 plus 4. So it was 8, 8, 8. When you have number 3, kama sa 8, 8, 8 ni 3. 8, 8, 8 is a trinity. Yani 3 is a trinity. I want you to go and study more about numbers, numerology. Musidanganywe things za shetani. Hizo ndizo Mungu alioperate nazo. He operated with number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6.